walio wanaoingia katika uongozi baada yako. Tuombe ili tuanze. Baba yetu uishie milele, jina lako lihimidiwe. Asanti kwa wema na fadhili zako. Asanti kwa kutupa nafasi hii tuendelee na mambo na masomo na pia maneno ya wokovu katika makambi haya. Tunapoanza kusoma somo hili la uongozi, anza pamoja nasi. My Father in heaven, uwe mwalimu mkuu, utufundishe sisi sote kwa pamoja, na ili Baba kazi yako iweze kuendelea jinsi inavyokupendeza. Hili ni ombi letu katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Leadership. Leo nataka tufungue somo letu na kitabu cha Proverbs 22 verse 1. 22 verse 1 Proverbs. Nataka nisomewe Proverbs 22 verse 1 ili tuweze kuingia katika somo letu, kwa sababu leo nataka tujifundishe mambo ambao unapaswa kuzuia unapokuwa kiongozi. 5 things to avoid. But before tuingie kwa hizo 5 things to avoid in leadership, ni lazima tutajifundisha 6 C's for a good leader. Let us see. 6 C's for a good leader. Kwa hivyo nataka nisomee Proverbs 22 verse 1. 1-2. Samahani. 1-2. 22 verse 1. Yes. Biblia inasema a good name is chosen rather than great riches. Loving favor rather than silver and gold. Good name. Jina nzuri. When I was growing up, mama yangu aliambia jina utatengeneza ama sifa ama fame, unaweza tengeneza ama heshima, respect, unaweza itengeneza kwa muda wa siku nyingi sana. Utachukua muda mrefu kuweza kuconvince watu ya kuwa wewe ni mtu wa namna hii ama wewe ni mtu wa namna hii, lakini kuharibu hiyo sifa, it just takes a minute. Heshima ambayo ulikuwa umeijenga miaka mingi, heshima ambayo ulikuwa umetumia muda mrefu kuijenga katika mioyo ya watu, in the community, in the church, inachukua siku moja tu na inaharibika. Kwa hivyo mwandishi wa Zaburi anasema jina nzuri, jina nzuri. Na jina nzuri si jina kama langu la Wairimo, ni tabia. Mimi ninaitanishwa mimi ni mwanamke. Mimi ni mwanamke gani? Mimi ni mwanamke wa jinsi gani? Hiyo ndio jina, the character. Asubuhi ya leo, samahani, nataka tusome kwanza mambo 6 yanayoanza na letter C ambayo yatatusaidia katika uongozi. Na la kwanza, na ndio limefanya tusome hilo fungu, ni character. The first C of a good leader is character. Character hainunuliwi kwa pesa. Hakuna duka ama supermarket ama boutique utaenda upimiwe character kwa gunia ama kwa kilo. Character inaundwa na values ambazo tuko na. Character inaundwa na mielekeo ambao tunatumia na misingi tulio nayo. Either una character kwa jinsi ulivyolelewa na wazazi wako. Una character kwa sababu hata kama ulikuwa umelelewa vibaya, ulipomjua Mwokozi Bwana Yesu, aliweza kubadilisha tabia yako mbaya na ikawa tabia nzuri. Ili uweze kuwa na tabia nzuri, ili uweze kuwa na character nzuri, ni lazima uunganishe vitu vitatu. Kuna right choices, maamuzi ambayo unafanya kila wakati. Ukiwa mtu ambao utakuwa unafanya maamuzi yaliyo sawa, the right choices, alafu plus difficulties. Ukiunganisha maamuzi unayofanya, by the way, choices, wanasema choices decide destiny. Maamuzi unayoamua leo ndio yata determine utakuwa nini kesho. Ndio itadetermine utakuwa nini jioni. Leo uliamua asubuhi unataka kuja kwa makambi na ndio umekuja umeketi. Na ukitoka jioni hautakuwa sawa na ulivyoingia. Utakuwa umebarikiwa, reason uliweza kuingia kwa makambi. Kwa hivyo right choices zikiunganishwa uongeze kitu kinaitwa difficulty times. Nyakati ngumu. Pia hata ukiwa unapenda kuwa na maamuzi mema,
wakati mwingine maisha yanapokuwa magumu tunasukumwa kufanya maamuzi mabaya, lakini unapoendelea kuwa na maamuzi mema hata wakati nyakati zitakuwa ngumu sana, sasa uongeze time. That is right choices plus difficult times plus time equals to character. Usiseme wewe ni mtu mzuri kwa sababu umeamua kufanya vizuri. Usiseme wewe umeokoka sana kwa sababu umeamua kuja kanisani. You've made a choice to come to church. Ngojea mpaka wakati mgumu ufike ndio utajua kama kweli umeamua kuwa kanisani. I hope ninaenda somewhere. Na wewe wakati mgumu ukija, na ujipee time ya kuwa katika wakati mgumu. Wakati utakaochukua kukaa kwa wakati mgumu na bado ujikute uko kwa the right choice, oh my goodness, you have character. Kwa hivyo ni lazima tuweze kuwa watu ambao watachagua kuwa na character nzuri, mambo yakiwa mabaya na mambo yakiwa mazuri. Character. The second C of leader ni competence. Mtu ambaye ana ustadi. Competence ni jina lingine ni efficiency. Mtu ambaye anafanya kazi ambayo ina msimamo. Si vitu unafanya kombo. Tuchukue mfano watu ambao wanashughulika na vyombo hapa. Ikiwa tutaletewa vyombo hapa na zimepandwa huku zote, lakini baadaye tunakuja kujua ni moja tu inafanya kazi. Pengine ni ile, tuna hizi zingine ziko huku. Tutasema hawa watu hawako competent. Kazi ya kukua, ukitaka kuwa a good leader lazima uwe competent leader. Uwe na character kisha uweze kuwa competent. Mtu ambaye anafanya kazi inakamilika. Sema for example, wewe ni kiongozi wa kina mama, mimi ni mama. Wewe ni kiongozi wa kina mama. Mnaanza mwaka vizuri, mnaitana, mnaambiana tunatoa registration kwa sababu tunataka kiti yetu ya kina mama iweze kuwa na kitu na kapesa kidogo. Mnatoa kama ni 100 ama ni 200 venye mta agree. Then mnaketi chini mnaambiana tutafanya project gani. Mnaamua tunataka kununua projector ya kanisa. Hii projector ni ya pesa ngapi? For example, itahitaji 20k. Sasa tutafanya nini tuweze kuraise 20k? Tunasema mwezi wa 3, siku ya Global Women's Day, tutakuwa na fundraising ya kuraise hizi pesa. Lakini before then, kila mmoja wetu awe ameleta hata kama ni 500. Mkifanya hiyo kazi, siku ile ikifika, na ukitaka kujua wewe ni kiongozi ambaye ni competence, siku ile ikifika, wengine mlipo agree watoe 500, wametoa 100. Mwingine ametoa 200, mwingine hata hajatoa. And then mnatoa hiyo pesa, mlikuwa mnataka 20k, inakuja 11k. Hiyo pesa inawekwa kwa treasurer na mnasema mpango itaendelea. Kutoka hapo hakuna kufuatilia, hakuna nini. Sasa mwaka inafika kuisha, ndio mnaambiana by the way si tulikuwa tununue projector, kuliendaje? Ni lazima ufanye kazi ambao utafuatilia mpaka uhakikishe ukiwa kiongozi hiyo kazi imefika kileleni. That is a competent leader. C number 3 ni commitment. Commitment. Uwe dedicated, devoted. Ili uweze kusucceed katika uongozi wako, ni lazima ukuwe committed. Si wewe ndio unaambia, napenda kutumia women because mimi ni kiongozi wa wamama. Unaambia kina mama tunakutana hapa kanisani Sunday saa 5. Wewe unafika saa 7:30. Na unakuja haraka na kabagi yako. Akiwa nimechelewa. Unajua hawa watoto jamani vyenye wanasumbuanga watu. Ni kama ni wewe peke yako una mtoto. Hiyo ni kusema you are not devoted. You are not committed. Ukiambia kina mama tunakutana saa 5, wewe unapaswa kufika saa 4:30. Umepanga viti, wanakuta kila kitu kiko sawa sawa na wanaona kiongozi wao ako serious. Unapokuwa a leader ambaye ni serious, wanaokufuata nyuma wanakuwa more serious than you. Na ndio wanasema ukiwa kiongozi, ukuwe mvivu, ukuwe mtu ambaye unalegea, wanaokufuata watalala. Na wewe ukilala ama ukiketi, kama ulikuwa umesimama umekataa kusonga, ukiwa kiongozi umesimama tu, unaowaongoza wanaketi. Na wewe ukiketi, unaowaongoza wanalala. Na wewe ukilala, unaowaongoza wanakufa.
Kwa hivyo ukiwa kiongozi ni lazima uwe kiongozi very committed kwa kazi. Na tujue especially kazi ambayo tunaongelelea hapa ni kazi ya mbinguni. Ni kazi ambayo Mungu anaiangalia. Ni kazi ambayo Mungu anabariki. Kazi yetu is very sacred. Ni kazi ya sana kuliko kazi ya wanasiasa. Kazi yetu ni ya juu sana kuliko kazi ya wakulima wanaolima shambani. Kazi yetu ni ya juu sana, na kazi hii ya Mungu ni ya juu sana kuliko kazi yako wewe unayeweka ng'ombe. Na najua wale wanavuga ng'ombe za zero grazing, they are very committed to their jobs. Anaamka saa 9 kwa sababu maziwa itaenda daily. Na sisi katika kazi ya Mungu, kama wewe ni kiongozi wa Sabbath school na unaona watu wana kamili kanisani, wewe ni kiongozi committed. Ikiwa hao watu hufika saa 5, mnaongoza wewe na watoto wako na mzee wa kanisa, you need to do something. Wachanga kusema watu ni kichwa ngumu. Enda kwa Mungu na umwambie, ulinipa kazi hii ukijua Baba utafanya kazi hii ndani yangu. Ulinipa huu uongozi ukijua Baba wewe ndio utaongoza hili kanisa. I am tired kuona watu wakija kanisa saa 4 nikiwa Sabbath school superintendent. Nitafanya nini? Na Mungu atakupa njia ya kucommit na atakusaidia. Ukianza wakiwa 5, utakapofika mwezi wa 3 watakuwa 15. Ukifika April watakuwa 20. Na mwaka unapoisha, unapoenda sasa kutoka kwa ofisi, utakuta washiriki wote wanakuja kwa sababu you are committed. Lakini viongozi wengine sisi hatuna commitment. Ukienda ukikuta watu hawana habari, unawaita hawasikii, unawaambia tukutane hawakuji, you give up. Tusije tuka give up kwa kazi ya Baba, kwa sababu Baba ndiye hufanya kazi hii ndani yetu. Na hakuna uongozi mgumu sana kama uongozi wa kanisa, lakini hakuna uongozi rahisi sana kama uongozi wa kanisa, kiongozi akiwa anaongozwa na Mungu. The 4th C ni consistency. Uweze kuwa firm. Ile kitu unapanga ukiwa kiongozi, ukae na msimamo huo. Hii mara nyingi na pia kwa kwaya leader wanapanga wimbo, inasemekana kama haujakuja practice hakuna kuimba. Lakini kwa sababu aliyekosa practice yeye ndiyo kiongozi wa kwaya, wanakwaya wakiitwa hapa wakija, yule anakuja. Na kwa sababu hakuna mtu anataka kumkosea, inabidi ule wimbo mliimba mbadilishe. Ukiwa mwana kwaya, be firm. Ikiwa hata ni nani, hata kama ni mwalimu na amekosa kufanya inavyotakikana, wacha aketi. Be firm. Ni lazima tukiwa viongozi kanisani tuache kusema hii ni kanisa ya Yesu, mimi mtu hata niambia venye nitafanya, mimi mtu hata kuja kuniletea za kwao. Hii kanisa ni ya Yesu, na Yesu ni wa mpango, na kanisa hili ni la mpango na utaratibu. Bwana asifiwe. Tunapoongoza kanisa hili, tuongoze tukiwa na ushujaa. Ukiwa kiongozi, ukuwe na msimamo. Tafadhali wacha kuwa mtu unapelekwa hivi unainama, ukiinamishwa hivi unainama. Ukifanya kazi hivyo ukiwa kiongozi, kitu utakachopata mwisho wa mwaka ni failure. Kwa hivyo tuweze kusimama imara, tuweze kuwa watu ambao wako na consistency. Hiyo nyingine si ya 5, ukitaka kuwa kiongozi mzuri ni lazima uwe na collaboration. Uwe mtu ambaye ana cooperate na watu ambao unawaongoza. Tunapofanya uongozi hapa kanisani, hatufanyi uongozi ile ya dictatorship. Nikiwa nimesema, kama sio yangu no other. Hapa kanisani tunaungana. In fact, a good leader ambaye anafaulu sana ni kiongozi ambao anapeleka mjadala kwa watu wanaowaongoza na kuwaomba ya kwamba waweze kutoa maoni yao. Ni kweli kuna maoni yameficha hapa in the back of their mind, na anangoja wakiongea ndio atatoa yake na atasema, na mnaonaje hii? At the end of the day, kama yako ndio ilikuwa best, watasema by the way wacha tuende na hiyo ya kiongozi. Lakini ukisimama kila wakati unaambia kina mama leo ninaonelea tutaenda hospitali, mama mwingine anasema hapana, wacheni tuache kwenda hospitali, tuende prison, kwa sababu tumeenda hospitali mara nyingi sana.
hapana wewe Nyaboke, wacha tuende hospitali. Si umesikia nimesema ni hospitali? Sasa wewe ni kiongozi, nakwambia hiyo hospitali utajikuta peke yako. Watu wazima hawaongozi kwetu, tunasema na wadho wakaregarigo, hawaongozi na nini ya kufinyiliwa, wanaongozwa kwa njia ya kucollaborate. Muna agree, mnaketi, mnakuwa na maamuzi. Ni lazima uwe na hiyo ukitaka kusucceed kwa kazi ambayo unayofanya. Je, wewe ni Dorcas leader? Je, wewe ni Amo leader? Je, wewe ni Pathfinders director? Ama wewe ni nani? Hata kama wewe ni treasurer wa kanisa, ni lazima unaposhika ofisi ukue na hizi sita ili uweze kusucceed, ili kazi unaoifanya uifurahie. Kwa sababu hakuna kitu huwa inabo, especially kwangu mimi, kupewa kazi na kazi hiyo ikose kukamilika. Sipendi kabisa. Heli nisingelipewa hiyo kazi. Kwa hivyo nikipewa kazi huwa ninafanya bidii sana na kuomba sana ya kwamba Mungu aweze kunionyesha njia. Kwa hivyo ukiwa kiongozi ni lazima uwe na the 5th C ambao ni collaboration. The 6th one na ndio ya mwisho ni communication. Ni lazima tuweze kuwa watu wa kucommunicate. Kama wewe ni kiongozi, ni lazima uweze kuwa mtu ambaye una communicate na watu unaowaongoza. Tukija leo tukichanga kila mtu 50 ya kwenda kuona Mama Mora, tukirudi tunataka kujua ni wangapi waliochanga, ni wangapi hawakuchanga, ni ngapi ilifika, tulipelekea Mama Nyaboke pesa ngapi. Communication and feedback. Ni lazima ukiwa kiongozi jifunze kupeana feedback kwa kikundi ambacho unakiongoza. Hiyo inaitwa transparency. Ukiwa na transparency, watu unaowaongoza wanaridhika na wanafurahia kuongozwa na wewe. Isiwe ya kwamba unasema si kila mtu anajua. Si mnajua sisi ni kina mama 30. Ukiongeza 30 times 5 kwani inakuja pesa ngapi? Na si hiyo ndio tulipeleka. Mbona mnauliza maswali mengi? Watasikiza na watanyamaza na utaona kama wamezoea. Lakini siku nyingine mkitaka kwenda kwa Mama Mogaka, utaitisha hiyo 50 na wamama 3 ndio watatoa. Na utaanza kusema wamama wamekuwa na madharau. Utaanza kusema wanayuthi wako na madharau. Kumbe ni leadership yako ambao hauunganishi watu. Communication skill yako iko chini. Ni lazima tuweze kucommunicate vizuri na watu ambao tunawaongoza. Watu ambao tunawaongoza. Kama unataka success, ukue mtu ambaye unazungumza, munanena nyinyi kwa nyinyi, na unapea watu wa kikundi chako nafasi ya kuweza kuongea. Mawasiliano ni kitu cha muhimu sana. Kwa hivyo asubuhi ya leo, nafikiri Mungu akikujalia uweze kutumia mambo hayo 6. Ninajua unayajua, lakini ukiyafungua upya sasa ambapo tumesoma leo, uanze kuyatumia. I am giving you a guarantee. Ukiyafunika na maombi na unyenyekevu, kiongozi ambaye ana succeed sana katika kazi ya Mungu ni kiongozi aliye na unyenyekevu. Kazi hii yetu si kazi ya kiburi. Kazi hii yetu si kazi ya kujinua. Kazi hii ya Yesu si kazi ya kujenga jina. Kazi ni ya Mungu na sifa zote zinamrudia Mungu. Na ukitaka kupata sifa za Mungu katika kazi unayoifanya, jifunze kuwa ambaye ni kiongozi mnyenyekevu. Kwa hivyo ukitumia mambo haya 6 tumesema, kisha uweze kuongeza maombi ndani na uweze kuwa kiongozi mnyenyekevu mbele za Mungu, utaona matunda kwa hakika. Naona nimebaki na dakika chache kiasi, karibu dakika 8. Kuna mambo ambao nitataja haraka sana na pengine nitayaweka vizuri kesho kwa sababu ya muda. Sasa unapokuwa na mambo haya, hiyo ni hatua ya kwanza ya kwamba umesonga katika daraja ya uongozi. Lakini bado ukiwa na mambo haya, kuna mambo mengine ningetaka uondoe. Ukishakuwa na haya mambo 6, ondoa haya 5. Chungana na mambo yatakuvunjia uongozi wako. Kitu cha kwanza ambacho ukiwa kiongozi unapaswa kuepuka sana ni fear. Avoid fear wakati unafanya kazi ya uongozi, na especially kazi ya uongozi wa kazi ya Mungu. Kwa sababu shetani yeye kazi yake ni kuleta uoga, na Mungu wetu si muoga. Na ukumbuke hata Biblia katika kitabu cha Ufunuo inasema, pale ambapo kutakuwa wachawi, warogi, makahaba,
na wale wanaoabudu sanamu, pia waoga na waongo watakuwa pale. Kwa hivyo kila wakati unapoona umepewa kazi ya Mungu, unaanza kusema wewe, mimi sipendangi hiyo maneno, mimi nipatieni kazi ya kuokota sadaka, hizo mambo zingine mimi sijuangi. Mara moja ujue wewe umeanza kutengeneza tiketi yako ya kwenda jehanamu. Uoga na Yesu hawashikani. Uoga na shetani ndio marafiki. Ujasiri mtakatifu, huo ndio ujasiri wa kibingu. Kwa hivyo unapokuwa kiongozi, tafadhali ondoa uoga. Uoga wa aina gani? Si uoga tu utachapwa. Ile fear inatushika tukiwa viongozi. Number 1, fear of rejection. Unapochaguliwa tu hivi unatuma barua kwa wazee, hiyo kazi mimi siwezi. Mimi hawa watu sioni kama watanisikia. Fear of rejection. Fear of the unknown. Wewe unajiuliza, hata haujui ni nini unaogopa. Wewe unaogopa vitu hata hauna habari. Fear of failure. Unasema sasa mimi kweli nitaweza ongoza kama Mary? Mimi hiyo kazi mimi sioni kama, na hii kazi ikiharibika, sasa si mtanilaumu, sasa si nitaangusha kanisa ya Mungu. Fear of failure and the fear of what others might think. Na tunataka kuambia ya kwamba all these fears can hold you back and prevent you from taking risks or stepping out of your comfort zone. Unapoisha uoga ndio unakuwa na uwezo wa kusonga. Ukiwa na uoga unakuwa stagnant, unakaa. Na si kukaa tu unajikunja. Unakaa ukingoja shida itatoka wapi. Lakini ukiwa na ujasiri katika jina la Yesu, na ujasiri utatokana na mambo haya 6 ambayo tumesoma hapa juu. Ukiwa na hiyo, wewe uoga hamwezi onana. Number 2, vitu ambavyo unapaswa kuavoid ukiwa kiongozi is lack of focus. Usiwe mtu tu unakaa hapa unaitanga kina mama. Nasema kina mama tukutane na hapa hivi nyuma tuongee. Alafu ukiwaita unawauliza, "Mnataka tuongelelee nini? Ni nini mnaona ndio kitu ile tunapaswa kufanya?" Ni lazima uwe na focus. Unapowaita ni lazima ujue kwa nini unaita. Unapokusanya watoto, kama wewe ni kiongozi wa watoto, kama wewe ni kiongozi wa wana youth, kama wewe ni AMO leader, you must have focus. Usipokuwa na focus, you're going nowhere. Kwa hivyo ni lazima tujue ya kwamba ukuwe na clear idea ya ni nini unataka kuachieve. Ukiwa na clear idea of what you want to achieve, basi katika uongozi utasonga mbali. Nataka niende mbio kwa sababu ya wakati. Number 3, kitu ambacho unapaswa kuondoa kabisa katika uongozi unapochaguliwa kuwa kiongozi. Na leo nasisitiza ni uongozi wa hapa kanisani, kwa sababu kazi ambayo tunachaguliwa ni kazi iliyo takatifu, na aliyeanzisha kazi hiyo anatuahidi ya kwamba yeye ndiye atakaye imaliza hiyo kazi. Number 3, kitu ambayo ni mbaya, na hii ni mbaya hata katika maisha ya kawaida, na ni kitu hatari sana, inaitwa negative self-talk. Negative self-talk. Ile unajiambianga, by the way mimi hata siwezangi, by the way hata hawanipendi, by the way unaona hata venye wanakaa, by the way hata niliongea hata kuna mtu alisema amen, by the way hata niliposema wasimame tuombe, walisimama kina mama 2, hao wengine walikuwa wananiangalia tu na macho. Mimi by the way mimi kitu hii siwezi. By the way si unaona hata sijuangi kuongea Kiswahili vizuri, mimi hata English sijuangi, si hata lesson sisomangi. Hiyo inaitwa negative self-talk. Wewe mwenyewe ndio unajiongelesha. Wewe mwenyewe ndio unachukua fimbo na unanigonga, unajigonga, unajiangamiza, unajisiaga mpaka unahakikisha umekuwa nothing. Kwa hivyo hata unapotokea mbele ya watu, picha wanayoiona mbele yako wanaona nothing person. Na wanakuangalia vizuri, hata wanaanza kusema, "Ai, mbona leo anakaa aje ameboeka hivi? Huyu kweli kuna kitu atasema." Tayari kwa sababu umejiambia. Unajua wanaposoma mawazo wanasema subconscious mind yako haijui jokes. Vitu ambavyo unakaa ukijiambia, hivyo ndivyo inachukua, na kwa sababu hiyo ndio inakucontrol. Sasa utaendelea kuwa hivyo. Ukiendelea kusema by the way mimi siwezi kuwa kiongozi, mimi siwezi ongoza hawa mama, heri hata mnitume kwa watoto, mimi wacheni tu nikuwe deacon, nitakuwa nafagia na kupanguza viti. Ukiendelea kusema hivyo ndivyo itakavyokuwa. Kwa hivyo tafadhali, unapochaguliwa kwa kazi ya Mungu, ujue ni Mungu anakuchagua, and it is a great favor. Kuwa kiongozi katika kanisa la Mungu ni upendeleo wa hali ya juu. Tafadhali, je, uko hapa na wewe uko na tabia ya kukataa kazi ya Mungu? Je, uko hapa na mara nyingi unajisikia kana kwamba hauwezi, lakini ukitoka kule sokoni mdomo yako ndio iko juu kabisa?
Tafadhali ninakusihi kutoka leo, ondoa negative self-talk ndani yako. Hiyo ingine number 4 ni lack of perseverance. Hata ukiwa na zile 6 ambazo tumesoma na wewe haujui kuvumilia. Umekuja, umeita watu mkutane, kama ni elder, ameita church board. Tukutane hapa saa 2 kamili. Anatoka kwake hata hajatake breakfast. Anakuja anang'ethia, anakaa saa 2:30, saa 3, saa 4, saa 5:30 ndio mtu wa kwanza anakuja, treasurer. Nakwambia, hai mzee, ulifika? Mpaka unasikia umgonge kofi, muuliza, unaniuliza nilifika, kwani tulisema tufike saa ngapi? Sasa ndio huyo anakuja, wa pili anakuja saa 6:30, huyo mwingine, na board inaanza saa 8. Ni lazima uweze kupersevere in prayer. Usipokuwa wa kuvumilia, hata ukiwa na hizi za juu tumesema, hauwezi enda mbali. Kwa hivyo ninawasihi viongozi tulioko hapa, kando na frustrations, kando na disappointments zile tunakutana nazo, endelea kung'ang'ana. Endelea kung'ang'ana. Endelea kuvumilia. Endelea kuombea hilo kundi. Endelea kuwa motivate. Endelea kufanya kila unachoweza kuwaondoa kutoka kwa uvivu wao hadi kwa kuwa na bidii. Kutoka kwa giza walio nalo, kwa upovu walio nayo wa kazi ya Mungu, uwaingize katika nuru. Na tafadhali kuwa mvumilivu. Ngoja tu kidogo tu. Vumilia kidogo tu. Ya mwisho ni lack of support. Ukiwa hauna support ya kukusaidia kufanya hiyo kazi, unataka kufanya kazi peke yako, mara nyingi utaanguka. Na si mara nyingi, for sure utaanguka. Kwa sababu hakuna mtu ambaye ni island peke yake. Tunapoingia katika kazi ya uongozi wa kanisa, kama mimi ni kiongozi wa kina mama, I need support from the elders. I need support from the treasurer. I need support from the church clerk. I need support from even those women ambao ninawaongoza. Kwa sababu tukitaka kufanya kitu, ikienda church board itaongelelewa na elders. Kwa sababu tukiraise pesa fulani ambao tunachanga, itawekwa na treasurer. Tukitaka kuandikiwa barua fulani ambao tunataka kualika mtu aje atuongeleshe kwa mkutano ya wamama, itaandikwa na secretary. Kwa hivyo support system is very important. Inaweza kufanya kazi yako make a very big difference. Na kwa hivyo ni lazima ujisurround na hao watu ambao they encourage you to believe in yourself. Hata kama unajisikia huna nguvu, angalia mama fulani aliyekuwa kiongozi miaka ya kale. Angalia elder aliyekuwa elder na wewe sasa ni elder na kimeumana. Enda kaa na hawa watu, waweze kuwa support system yako, waweze kukutia nguvu na kukuambia ya kwamba mambo iko sawa sawa. Kwa hivyo, endelea kufanya kazi mpaka ufike kwa goli yako. Viongozi ambao wako hapa, ambao wamekuwa wamechaguliwa mwaka huu, goal ambao uliweka January, hata kama shetani ameingia na haujafikiana, endelea kuvumilia na uchukue hatua ya kusonga mbele na kusema ukweli, mambo itakuwa sawa sawa. Ya mwisho kabisa nataka niseme hivi finally, a godly leader accepts with all humbleness that he is a servant. Servant uandike na capital letter. Sent to serve. Serve uandike na capital letter, the people of God, and speaks good words to the people always. Hata watu wakikuudhi namna gani, jaribu kuongea maneno mazuri. Hiyo ni ngumu kidogo. Kwa sababu wakati mwingine watu wanakusugua masikio, wanakusugua macho, wanakusugua mapua, mpaka unasikia umejaa na unaripuka. Jaribu sana kukumbuka, hata kama ni kubaya namna gani, wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe umechaguliwa na Mungu. Wewe unamtumikia Mungu. Be a servant. Wewe unaserve watu wa Mungu na Mungu atakuwa nawe. It is my prayer this morning that the Lord by his transforming grace ataweza to enable us to be leaders with good name. Good name ni character in Jesus name. Kwani hawa watu ndio walikuwa wanasikiza? Ama mmesema amen vile sikusikia? Hallelujah. Mungu awabariki. Tuweze kusimama tuombe. Tuombe. Mungu Baba wetu mwenyezi, tunakushukuru ya kwamba inakupendeza tuweze kuwa viongozi katika kanisa hili, tuweze kufanya kazi ambayo ingefanywa na malaika. Asanti kwa mambo yote ambayo umetufundisha. Tupe nguvu ya kukutumikia,
kwa sababu kila wakati tunapoamua kukutumikia Jehova, na wewe unabaki ukitumika katika familia na kazi zetu. Waongoze viongozi wote walioko hapa. Kuna kiongozi huenda ikawa amevunjika moyo. Kuna kiongozi huenda ikawa amechoka sana. Huenda ikawa kuna kiongozi ambaye hata ameudhika. Huenda ikawa hata kuna kiongozi hajaifanya kazi yake kutoka mwaka ulipoanza. Katika jina la Yesu tunajitoa mbele zako, tukisema ya kwamba utupe nguvu mpya. Na siku na miezi ambayo imebaki kwa ajili ya kazi yako Baba, tuweze kufanya kulingana na jinsi inavyokupendeza. Tubariki. Pia wengine ambao watapata kazi siku zijao, naomba grace yako ikae juu yao. Na kila mmoja anapopewa kazi katika kanisa hili, tuweze kujua ya kwamba ni favor kutoka mbinguni. Tuweze kuifanya kazi hii kwa unyenyekevu na kwa bidii, na baraka zako ziweze kutufuata. Tubariki hata sasa na tutakapoendelea na vipindi vingine, katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Na Mungu aweze kutubariki. Tukiimba song number 121, Evan Takita mtakuja kwa wimbo. Katika wenye dhambi. Okay, 3 go. Katika wenye dhambi ndimi mkuu wao, ila Yesu akaja kwa dhambi alikufa, akamimina damu ni upate uzima. Ajabu pendo lake, pendo lililokuu, pendo lisilo mwisho, lidumulo milele, lililonitafuta ingawa sikupenda, ingawa ni mbaya, Kristo ni vyote kwangu. Ajua haja zangu, huzuni zangu zake, hata katika vita akiwapo salama.
Na wasalimu wana na binti wa mfalme. Asubuhi njema. Asubuhi njema. Karibu nyinyi wote. Na sasa hivi ni kipindi cha Bible study ambapo tutamkaribisha ndugu Robinson aweze kuendelea. Na kabla hajakuja tupate ombi. Baba mfalme, Mungu mwema, miguuni mwako tumekuja juma hili. Tuomba utusamee dhambi na makosa. Mungu wetu, ufungue roho zetu ili uweze kunena na kila mmoja. Sasa mtumishi wako anapokuja kunena nasi, mtumie utakavyo, jina lako liunuliwe anapoleta neno hili. Baba yetu, tuomba haya yafike ulipo kupitia jina la Yesu aliye Muumba na Mwokozi wetu. Ni nani pamoja nami wanamkaribisha ndugu Robinson? Karibu ndo. Asante. Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Habari za asubuhi. Amina. Inapendeza kuwaona hapa tena. Tunamfurahi, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kuwaleta. Ninaamini ya kwamba umebarikiwa na kipindi cha uongozi ambacho kilitangulia. Kwa wale ambao walikuwa hapa, zidi kuja mapema ili kwamba tuweze kuhai vipindi, manake Mungu ametuandalia vipindi tu vizuri tu kwa sababu ya kuzungumza nasi katika juma hili la sikukuu ya vibanda. Muda huu karibu katika kipindi cha uchambuzi wa Biblia kama ilivyotangulizwa, na tumekuwa tukiangalia the sanctuary message. Ndio kitu ambacho tunaangalia katika kipindi chetu cha uchambuzi wa Biblia. Tunaangalia huduma ya Yesu Kristo na mpango mzima wa ukombozi kama Mungu alivyoupeana katika huduma za patakatifu. Ndio tumekuwa tukiangazia, tukijenga juu ya kauli mbiu salvation which is simplified, ukombozi ambao umerahisishwa. Kwa haraka, jana tulijifunza kuhusu kuhesabiwa haki, justification. Tulijifunza kuhusu madhabahu ya kuteketeza sadaka, ambayo ilikuwa ndio chombo cha kwanza ambacho ulikutana nacho ukiingia tu patakatifu kwenye behewa, in the courtyard. Chombo cha kwanza ambao ulikipata ni madhabahu ya kuteketeza sadaka. Na jana tukatambua ya kwamba sababu kuu ambayo ilimfanya Mungu ili kwamba aanzishe huduma za patakatifu ni kwa sababu ilikuwa ni kielelezo cha mpango wa ukombozi, Mungu akimregesha mwanadamu kwa sehemu ambayo aliipoteza. Hiyo sitaki upoteze katika somo letu la sanctuary message, kwamba the purpose ya sisi kuwa na the sanctuary services ni kwa sababu Mungu yupo katika shughuli ya kumregesha mwanadamu kwa kile ambacho alikipoteza. Alipoteza nini? Mwanadamu alipoteza nafasi ya kuwa kwenye uwepo wa Mwenyezi Mungu. Tulipopoteza katika shamba la Edeni kwa kuasi kupitia wazazi wetu wa kwanza, Mungu akaamua kuimplement, kutekeleza, sio kupanga, kutekeleza mpango wa ukombozi. Manake mpango wa ukombozi ulikuwepo tangia ama kabla haijawekwa misingi ya ulimwengu. Manake Mungu alijua, he foreknew, hakuplan, he foreknew ya kwamba kutakuwa na anguko la dhambi. Kwa hivyo akawa na mpango wa kushughulikia hilo anguko la dhambi. Kwa hiyo tumehesabiwa haki kwa kifo cha Yesu msalabani. Na hiyo tumehesabiwa haki pasi na matendo yetu. We have been justified. Actually, the correct English phrase ni kusema we have been declared righteous. We have been declared just. We have not been made. Hatujafanywa, lakini tumetangazwa kwamba sisi tumehesabiwa haki. We have been declared kupitia kifo cha Yesu Kristo msalabani. Lakini baada ya madhabahu ya kuteketeza sadaka, kulikuwa na chombo cha pili ambacho kilikuwa kinafuata, just close to the altar of burnt offerings. Kulikuwa na chombo cha pili katika patakatifu. Hicho chombo kilikuwa kinaitwa birika. Birika au kizungu lava, ukitumia tafsiri ya King James Version. Ukitumia tafsiri zingine nyepesi wanasema wash basin. Birika,
lava wash basin. Ilikuwa ndio chombo cha pili ambacho kilikuwa kinafuata tu ukiingia patakatifu. Natamani kama ningekuwa na picha ili kwamba isiondoke katika mawazo yako, lakini shikilia hivyo hivyo ya kwamba unaingia na mlango. Chombo cha kwanza ambacho unakipata ni madhabahu ya kuteketeza sadaka. Chombo cha pili ambao unakutana nacho ni birika lava. That is the second thing. Kitabu cha Kutoka 30:17 hadi 21. Sikia sasa kitu ambacho kilikuwa kikifanyika kwenye birika. Kutoka 30:17 hadi 21. Kutoka 30:17 hadi 21. Soma twende. Inasema, Biblia takatifu inasema, amina. Bwana akanena na Musa, Sawa. na kumwambia, fanya na birika la shaba na tako lake la shaba ili kuogea. Sawa. Nawe utaliweka kati ya hema ya kukutania na madhabahu. Nawe utalitia maji. Na Haruni na wanawe wataosha mikono yao na miguu yao humo. Usisahau hiyo kwamba Haruni na wanawe wataosha mikono yao na miguu yao humo. Hiyo usisahau. Sawa, tuendelee. Hapo waingiapo ndani ya hema ya kukutania. Sawa. Watajiosha majini ili wasife. Sawa. Au hapo watakapoikaribia madhabahu ili watumike kumteketezea Bwana sadaka ya moto. 21. Sawa. Basi wataosha mikono yao na miguu yao. Sawa. ili kwamba wasife. Na neno hili itakuwa amri kwao milele, kwake yeye na kwa wazao wake katika vizazi vyao vyote. Mungu akubariki. Biblia inasema kwamba birikani kulikuwa kunatendeka tendo moja spesheli sana. Birikani kulikuwa kunafanyika shughuli ya kuoshwa. Hiyo ndio shughuli ilikuwa inafanyika. Haruni na wanawe ambao ni familia ya makuhani ambao walikuwa wamechaguliwa kwa sababu ya kutumika katika hekalu. Na by the way, utagundua this is just a commercial break. Unajua kama tungekuwepo wakati ambapo Haruni anachaguliwa kuwa kuhani, na vile baraza zetu za nomination hatungeweza kumchagua Haruni. Our nomination committee leo haingeweza kumchagua mtu kama Haruni. Unajua kwa nini? Haruni siku moja aliwatengenezea wana wa Israeli ndama. Tena akatangaza kwamba hii ndiyo miungu yenu iliyowatoa Misri. Hii ndiyo miungu yenu ambayo iliwatoa Misri. Huyu ndiye Bwana ambaye Mungu anamchagua pamoja na familia yake ili kwamba waweze kutumika patakatifu. Inaitwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu. Sawa. Lakini ili waingie kwenye uwepo wa Mungu, sikia kwa makini. Ili waingie kwenye uwepo wa Mungu patakatifu na mahali patakatifu mno kufanya shughuli, ilikuwa ni lazima waoshwe. Nataka ni introduce neno jipya sasa, ili kwamba ni stroke hiyo kuoshwa. Ili waingie patakatifu, ilikuwa ni lazima watakaswe, wakuwe sanctified. Kwa hivyo Haruni na wanawe, kwa sababu wanaenda kwenye uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kumbuka sababu ambayo ilimfanya Mungu alete huduma za patakatifu na mpango mzima wa ukombozi, anataka kuturegesha kwenye uwepo wake ambao tuliupoteza. Sasa hapa kuna Haruni na wanawe wanaopaswa kutumika katika shughuli za hekaluni. Ili waingie kwenye uwepo wa Mungu, walihitaji kutakaswa kwanza, walihitaji kusafishwa kwanza, walihitaji kuwa tofauti kwanza. Hivyo vitu vitatu ambavyo nimesema usivisahau. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu birika, tunazungumza kuhusu utakaso. Tunapozungumza kuhusu lava, tunazungumza kuhusu sanctification. Jana tulizungumza kuhusu justification, kuhesabiwa haki. Leo tunazungumza kuhusu sanctification, kutakaswa. Tunatakaswa. Sikiliza, sababu yetu ya kutakaswa ni kwa sababu Mungu tayari ametupatia nafasi ya kuwa mbinguni. Kwa sababu tuna nafasi ya kuwa mbinguni, ni lazima tutakaswe
ili tutayarishwe kusimama kwenye uwepo wa Mwenyezi Mungu. Sijui kama umesikia kitu ambacho nimesema, nitarejelea tena. Mungu tayari ametupatia nafasi. We already have a title to heaven. We already have a title to heaven. So we are not sanctified so that we can inherit heaven. We are sanctified because we already have a title to heaven. Kama unanielewa, rusha mkono wako wa kulia juu namna hii. Asante. So kutakaswa ni tendo la kutuandaa ili kwamba nafasi ambayo tayari tuko nayo tusiipoteze. Nafasi ambayo tayari Yesu ametupatia isituondokee. So tunapozungumza kuhusu kutakaswa, sio ili turithi uzima wa milele, ni kwa sababu tayari ndani ya Yesu Kristo tuna uzima wa milele. Nataka somo la mchana huu uelewe, tena uelewe kwa umakini kabisa. Lakini kabla tufikirie kwamba swala hili la utakaso lilikuwa ni swala la familia la makuhani peke yake, Petero wa kwanza 2 mstari wa 9 Biblia inasema hivi. Petero wa kwanza 2 mstari wa 9 Biblia inasema hivi. Inasema mstari wa 9. Sawa. Petero 2 mstari wa 9 Biblia inasema bali ninyi ni mzao mteule, sawa, ukuhani wa kifalme, sawa, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Tulie hapo. Anasema bali nyinyi ni mzao mteule, alafu anasema ukuhani wa kifalme. Hapo Petero akiandika hazungumzi na familia ya Aruni, anazungumza na waamini ambao wamempokea Yesu Kristo. Anaambia nyinyi mmekuwa makuhani wa kifalme. Kwa hiyo kama Haruni na watoto wake walihitaji kutakaswa kama familia ya makuhani kabla hawajaingia kwenye uwepo wa Mwenyezi Mungu, mimi na wewe pia ni sehemu ya familia ya makuhani. Kabla hatujaingizwa kwenye uwepo wa Mwenyezi Mungu, ni lazima Mungu atutakase. He must sanctify us. Lazima, manake anatuandaa kuingia katika uwepo wake. Na nilikwambia Mungu kitu ambacho anakijua ni utakatifu. Mungu hajui kitu tofauti na utakatifu. Hana uhusiano lolote tofauti na utakatifu. Kwa hiyo ili yeyote aweze kustahimili uwepo wake na utukufu wake, imepaswa atakaswe kabla. Basi kutakaswa ni nini? Kutakaswa ni nini? Sikiliza. Kutakaswa ni kufanywa kuwa mtakatifu. To be sanctified is to be made holy. Kufanywa kuwa takatifu. Actually, hilo neno sanctification na hilo neno holy, ukiliangalia sina la neno hilo, maana yake ni tofauti. Yani different. It is taken for a word that means different. Kwa mfano, nikisimamisha zile speaker pale, actually zimepangika vizuri. Unaona pale kwa zile speaker kuna kiti. Kile kiti ni tofauti. Tuko na speakers 1 2 3 4 5. Lakini yao kuna kiti. So that seat pale is different. So that word tukitumia hilo neno ambalo Biblia imetumia, tunasema that seat is holy. It is different. Ni tofauti na vitu ambavyo viko pale. It is different. Kwa hivyo tunapozungumza kwamba Mungu anatutakasa, maana yake ni kwamba anatufanya tofauti. Anatufanya watakatifu. Anatufanya tusifanane kama walimwengu wanavyofanana. Sikiliza, walimwengu wanapolewa, hatulewi kwa sababu we have a title to heaven. Walimwengu wanapozini, hatuzini kwa sababu we have a title to heaven. Walimwengu wanaposema uongo, hatudanganyi kwa sababu we have a title to heaven. Kwa hivyo to be sanctified is to be made holy. Ni kufanywa tofauti, ni kufanywa mtakatifu. Tunapozungumza kuhusu utakaso, hicho ndicho tunachokizungumzia. If you notice maneno yangu, sijasema hatulewi ili tuende mbinguni. Sijasema hatuvuti sigara ili tuende mbinguni. Sijasema hatuzini ili tuende mbinguni. By
Kama sababu yako ya kutolewa ni kwa sababu unataka kwenda mbinguni, you are misplaced. Hatulewi kwa sababu tayari sisi tuna nafasi ya kipekee ya kuwa mbinguni. We cannot be admitted. Hatuwezi kuingizwa mbinguni kwa sababu ya vitu ambavyo tunavifanya. And by the way, kama mtu atakuwa admitted mbinguni kwa sababu hakufanya hivi, hakufanya hivi, hakufanya hivi, damu ya Yesu ni bure. Ni bure. So tunapozungumza kuhusu utakaso, tunazungumza kuhusu kuwekwa tofauti. Tunazungumza kuhusu, sikia, kufanywa watakatifu. Tunazungumza kuhusu kutengwa na vitu vya kawaida, kutengwa na walimwengu, kwa sababu Yesu ametufia msalabani. Tumehesabiwa haki bure. Imetupasa sasa kukubali tena huyo Yesu atutakase. Basi mambo matatu muhimu kuhusu utakaso. 3 important things tunapozungumza about sanctification. Vitu vitatu muhimu tunapozungumza kuhusu utakaso, tunazungumza number 1 about our position, ama kitu ambacho tunaitwa positional sanctification. Positional sanctification. Tunazungumza kuhusu nafasi yetu kwenye utakaso. Sijui kama Kiswahili kimeweza kutafsiri vizuri, lakini Kizungu ina make sense. When we speak about sanctification, 1, we have positional sanctification. Maana yake ni gani? Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wake wa kwanza na wa pili. Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wake wa kwanza na wa pili. Inasemaje? Twende. Biblia inasema Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo, sawa, kwa mapenzi ya Mungu, na Sosthenes ndugu yake, sawa, kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho. Tulia hapo. Paulo analiandikia barua kanisa la Korintho. Chukua muda wako, by the way, siku hizi kila kitu kipo tu paruanja, yani kiko wazi. Nenda katika internet, wewe Google sifa za kanisa Korintho, ama how Corinthians were behaving. Corinthian ama Corinth ilikuwa ni translation nyingine ya Sodoma na Gomora. Corinth ilikuwa ni translation nyingine ya Sodoma na Gomora. Wazinzi, watu walikuwa wakilala na mama zao, dada zao, walikuwa wanasagana. Korintho ilikuwa imeoza kabisa, imeharibika kabisa. Lakini nataka usikie Paulo akiliandikia kanisa la Korintho, hivi ndivyo anavyosema. Twende, endelea kusoma mahali umefikia. Wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaoliita jina la Baba wetu Yesu Kristo, kila mahali, Bwana wao na wetu. Achia hapo tu. Biblia inasema kwamba Wakorintho ni wale waliofanywa nini kanisa? Mlienda lunch break mapema mkaniacha hapa peke yangu. Hebu soma hilo fungu tena. Kwa kanisa la Mungu. Ngoja subiri. Nataka ujue tunazungumza kuhusu utakaso. Kwa hivyo sikiliza hilo fungu kinli, ama soma kwa Biblia yako. Twende, inasema kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, soma, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu. Sawa. Waliofanywa nini kanisa? Waliotakaswa. Hebu tufanye darasa la Kiswahili muda mfupi. Hiyo tense ambayo imetumika hapo ni tense gani? Ni wakati gani huo? Past. Anasema wale walio, si watakao, si wanao. Anasema wale waliotakaswa, walio presently. Kwa hivyo Paulo anapoliandikia kanisa la Korintho ambao limeoza, limeharibika, ni kanisa ambao halivutii, anasema ni wale waliotakaswa. They were sanctified in the past. So tunapozungumza kuhusu positional sanctification, wote ambao wamempokea Yesu Kristo walitakaswa. In Christ we were sanctified. We are sanctified in Christ. We were. Acha nifanye past tense kwanza. Ndani ya Kristo tayari tulitakaswa.
Ulipomkubali Yesu tu, alikuweka kando, alikuweka tofauti, alikuchagua uwe tofauti na namna walimwengu walivyo. Tayari aliingia katika mchakato mzima wa kukuweka kando. So we have positional sanctification. Jana Yesu alipokufa Kalvari, tulipomwamini tulitakaswa. Kwa hiyo nafasi yetu ndani ya Yesu, japo sisi ni wa dhambi, ni kwamba tumetakaswa, maana haki ya Yesu imetufunika. Na by the way, ndio maana ulikuwa ukiingia in the sanctuary, utagundua fence ya the sanctuary ilikuwa imetengenezwa na linen, na hiyo linen ilikuwa ni color white. So ukiingia tu kwa sanctuary hivi, kile ambacho kimekuzunguka ni white, haki ya Yesu Kristo. So yeyote ambaye amekuja kwa Yesu Kristo, ameamini ukombozi ambao Yesu amemfanyia, huyo tayari amefunikwa na haki ya Yesu Kristo. In Christ he or she is sanctified. Bwana Yesu asifiwe. Ukombozi uliofanya nini? Rahisishwa. Simplified salvation. So number 1, we have positional sanctification. Number 2, we have progressive sanctification. Na hii ndio watu tunajua sana. Actually, most of the preachers, hii ndio watu tuna handle mara nyingi sana. Progressive sanctification. Kabla sijaenda kwa progressive sanctification, pale 1 Corinthians chapter 6, hebu usoma verses 11 ili kwamba tunipeane hakiki tena ya ile ya kwanza. Hii ni it's in the first point ambayo tumezungumzia, ambayo ni positional sanctification. Soma, inasemaje? Na baadhi yenu mulikuwa watu wa namna hii. Unajua namna ambayo amezungumzia hapo, amezungumzia watu wenye tabia mbovu. Hebu soma verses 10 hapo juu, inasemaje? Wala wevi. Hebu soma vizuri. Imeandikwa hivyo, sijui. Wala wevi. Sawa. Wala matamanio. Wala walevi. Wala watukanaji. Wala wanyang'anyi. Ingia verse 11, nasema na baadhi yenu, akizungumza kanisa la Korintho, mulikuwa watu wa namna hii. Mlikuwa watu wa namna, yani kabla ya kumpokea Yesu Kristo, sikia, anasema hivi ndivyo mlivyokuwa: wafitini, wanyang'anyi, walevi, washerati, watu waabuduo sanamu. Ametaja an endless list ya kwamba kabla ya kumpokea Yesu mlikuwa watu wa namna hiyo. Aya, maliza fungu twende. Lakini mlioshwa. Yani ukisoma kizungu inasema but you are sanctified. Past tense. Mlikuwa walevi, mlikuwa wanyang'anyi, mlikuwa waporaji, mlikuwa watu wasiovutia, but you are sanctified. Mlitengwa. Yesu mwenyewe aliwatakasa, aliwafanya watakatifu, aliwatakasa. Unajua, by the way, tukipeana watu muda hapa watuambie jinsi walivyokuwa kabla ya kumpokea Yesu Kristo, tukapatia muda, utajua kwamba kweli Yesu tulipompokea alitutakasa. Maanake mabadiliko ambayo ametufanyia. Na wakati mwingine mama akifunza hapa alisema, and it's true, in crisis is when character is revealed. In crisis is when character is revealed. Wakati mwingine hata baada ya kukombolewa, ndio maana baraza la kanisa likichemka, kama mambo yameenda mrama, utasikia watu barazani walishikana mashati. Kwa nini? Zamani zile walikuwa hivyo, Yesu akawatakasa, lakini kwa sababu huenda bado chembe za hasira zao bado zinatawala, wakati mwingine wasiposhirikana na Yesu Kristo, zile chembe bado zinajitokeza. So previously tulikuwa watu waharibifu, previously tulikuwa watu wa namna hii, lakini anasema tulitakaswa. So number 1, achia tu hapo ile fungu. We have positional sanctification. Yeyote ambaye amemkubali Yesu Kristo, huyo Yesu alimtakasa. Bwana Yesu asifiwe. Alimtenga, alimfanya mtakatifu, alimfanya kuwa tofauti kabisa. Number 2, tunasema ya pili ambayo tulikuwa tunazungumzia ni progressive sanctification. Hii ndio ile ambayo Ellen White anasema kwamba sanctification is a work of a lifetime.
Na hiyo ndio nimesema mara nyingi tunaijua kwamba ni shughuli ya kila siku, kila wakati, kila mara tunatakaswa. This is now what we call progressive sanctification. Tumempokea Yesu Kristo, tulitakaswa, lakini kila mara tunapotembea, mara tunajikwaa na kuanguka, tunajaribiwa katika dhambi. Lakini kipindi hicho tunapojaribiwa, kwa sababu Yesu bado yupo kwenye kiti cha enzi, tunamrejelea na anatufanya watakatifu tena. That's a daily experience, shughuli ya kila siku. Wakorintho wa pili 3:18 inasema hivi. Wakorintho wa pili 3 mstari wake wa 18 inasemaje? Twende kwa upesi. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, sawa, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo. Maliza kabisa. Toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Amina. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba baada ya kumpokea Yesu Kristo, tuna wajibu wa kusalisha macho yetu kwa Yesu Kristo, kuyaacha hapo. Na tunapomtazama, anasema tunabadilishwa toka utukufu hadi utukufu. That means ni shughuli ambayo inafanyika kila siku, hatua. Ni shughuli ambayo inafanyika kwa mchakato. It's a process. Day in na day out tunatakaswa kuwa kama Yesu alivyo. So, sanctification, lakini pia tuko na nafasi ya kipekee kujua ya kwamba tuko na shughuli inayofanyika kila siku. Umekuja kwa Yesu Kristo, hasira bado inatawala, kila siku unaendea msalaba, umnyonge, umpofu, na Yesu anakupatia uweza tena wa kusukuma mbele. Umekuja kwa Yesu Kristo, uzinzi ulikuwa sehemu yako, unahisi unajaribiwa kila siku, Yesu anakupatia uweza kila siku kushirikiana na yeye, ili kwamba ukaweze kuishi maisha ya ushindi, kutakaswa. Na hii shughuli itaendelea mpaka Yesu atokee mawinguni. Hiyo ya kila siku inaendelea mpaka Yesu atokee mawinguni. Unahisi uzito, unamtafuta Yesu Kristo. Unahisi kukata tamaa, unamtafuta Yesu Kristo, kwa sababu ni shughuli endelevu, ni shughuli ambayo haikomi mpaka Yesu atokee mawinguni. Wakorintho wa kwanza 15:31 inasemaje? Wakorintho wa kwanza 15:31 inasemaje? Soma kwa upesi twende. Naam, ndugu, katika huku kujisifu kwangu, niliko nako juu yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu, sawa, ninakufa kila siku. Paulo anasema kwamba ninakufa kila siku. Die daily. Maisha ya Ukristo ni maisha ya kuifia dhambi kila siku. Sio shughuli yako ili kwamba uweze tu maisha ambayo ulikuwa nao pale awali. Yesu anapokuita kila siku, amekusudia uifie dhambi every day. Ndio maana kuna muda ambao Mungu amesema tenga wa maombi, tenga wa kutafuta uso wake, tenga wa kwenda kuungama. Na tuzungumzi kuhusu maombi ya familia, tunazungumza kuhusu maombi yako binafsi, wewe na Mungu tu. Mahali ambapo unaweza mwambia Mungu, leo nilienda kanisani, yule binti alikuja na sketi fupi nikamtamani, maanake alikuwa anavutia sana. Mungu, naomba unisamehe. Mungu, leo nilijaribiwa ili kwamba nikaweze kusema uongo, naomba nisamehe. Unajua kuna mambo mengine huwezi kuomba mbele ya familia. Labda mkewe anaweza fungua hata macho katikati ya maombi ukiomba mambo mengine. Hasa kwa sababu kunahitaji muda ambao unahitaji kuwa na Mungu peke yako, ili umwambie Mungu, hivi ndivyo nilivyo, lakini nataka unitakase. Hali yangu ni hii, lakini nitakase. Na hiyo ni shughuli endelevu ya kila siku. Wapenzi, nikwambie tunapaswa kuifanya kila wakati. Ndio maana roho ya nabii inasema kwamba holiness is constant agreement with God.
Utakatifu ni kuhakikisha katika kila maamuzi tunakubaliana na Mwenyezi Mungu. Holiness is constant agreement with God. And peradventure, ukijihisi kana kwamba hauja agree na Mwenyezi Mungu, ni muda wa kumwambia Mungu, at this point we disagreed, nitakase tena. Ni shughuli endelevu, ni shughuli ya kila siku mpaka Yesu atokee mawinguni. Sasa sikiliza, hatufanyi hivi ili tumuonge Mungu. We don't do this to bribe God. Hatuendi kuungama dhambi tumwambie Mungu fanya hivi kwa sababu tunataka kumuonga. Hapana, si kwamba ili atukubali, lakini hii ni njia ya kuwapatia samahani wale wasiomjua Mungu nafasi ya kumtukuza Mungu ambaye ametuokoa. Mkristo anayeishi maisha ya kutakaswa kila siku, sikia, Mkristo ambaye anaishi maisha ya kuwekwa kando, kuwa tofauti, hafanyi hivyo ili kwamba amhonge Mungu. It's an opportunity ya watu wasiomjua Mwenyezi Mungu kumtukuza Mungu unayedai kumwabudu. Let me be more specific. Kama umechagua ili kwamba uweze kuvaa vizuri, hauvai marinda marefu na yaliyofunika kifua chako ili kwamba hatimaye ukubalike na Mungu. Hapana, unavaa hivyo ili wale wasiomjua Mungu aliyekukomboa wanapokuona wewe wamtukuze Mungu wa mbinguni. Ukichagua kula vizuri, hauli vizuri ili kwamba hatimaye Mungu akukubali. You don't do that. Hakuna sahani ya mboga zilizojaa na nafaka na karanga ambazo zinaweza kununulia nafasi katika ufalme wa mbinguni. Unaweza kula brokoli, na ukule njugu, na ukule tinsaga, na ukule soya beans, na ukule chickpeas, lakini bado upotee jehanamuni. The point is this: tunapokula vizuri, tunapovaa vizuri, tunapozungumza vizuri, tunapofanya lolote zuri katika Ukristo, ni kwa sababu tunataka wale wasiomjua Mungu waone kwamba kweli tumeokolewa na mkombozi aliyotukomboa anafanana hivi. Wanasema wakombolewa watafanana na mkombozi. The redeemed must look like the redeemer. So ni shughuli ya kila siku. Imagine kama jirani zako katika plot ambao hawaji kanisani, hawana Biblia ya kusoma. Assume you are the only Bible they are reading. Assume wewe ndio Biblia ambao colleagues wako kazini wanasoma. Assume wewe ndio Biblia ambao washiriki wenzao kanisani wanasoma. Nikuulize, ni barua gani waisomayo kwako? Manake Mathayo 5:16 ambao nimeirejelea pasipo kuitaja, anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu, nuru yenyu na iangae, ili watu watakapoyaona matendo yenu mema wamtukuze Mungu wa mbinguni. So kila siku, when we are sanctified, kama shughuli endelevu, ni kwa sababu Mungu anajua wapo watu ambao wanapaswa kuvutiwa katika ukombozi na wale ambao tayari amewakomboa, wale ambao anawatakasa. Asante. Dakika 5 ni kama sitafanya ile ya 3. Ile ya 3 nitafanya kesho. Kwa hivyo nimesema ya kwanza, we have positional sanctification. Anyone who accepts Christ Jesus was in the past sanctified. Lakini tuko na progressive sanctification. Ni shughuli endelevu ya kila siku. Nikwambie siri ya mafanikio ili kila siku ubaki uhakikishe unashirikana na Yesu kutakaswa. Siri ya mafanikio ndio hii. Hapa ndipo nitamalizia. Ile ya 3 tutafanya kesho kwa sababu ya muda. Yohana 15 mstari wake wa 15. Inasemaje? Yohana 15 mstari wake wa 5, samahani, si 15. 15 mstari wake ni wa 5, alafu uruke mstari wa 7. Soma kwa upesi. Inasema, mimi ni mzabibu, sawa, nanyi ni matawi, sawa, akae ndani yangu nami ndani yake, sawa, huyo uzaa sana. Maana pasipo mimi, Yesu anasema pasipo mimi hamwezi kufanya neno lolote.
Siri ya kubaki anayetakaswa kila siku, siri ya kusalia kwenye maisha ya utakatifu ni kukaa ndani ya Yesu. Amina. Tunakaa vipi ndani ya Yesu? Unajua wakati mwingine we become so abstract with the gospel mpaka mnashangaa, ni ngojea Yesu aje niteremke ndani yake. How do I stay and abide in Christ Jesus? Verse 7 inasema, mstari wa 7, ninyi mkikaa ndani yangu, ninyi mkiwa ndani yangu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Kwa hiyo asante, kukaa ndani ya Yesu Kristo ni kuhakikisha unaongozwa kwa neno lake tu. Mkristo anayeongozwa neno la Mwenyezi Mungu ni Mkristo ambaye amejiweka kwenye mazingira ya kuwa na utakatifu wa kila muda. Ndio maana Yohana 17:17 inasema, watakase kwa ile nini kanisa? Kweli. Kweli. Alafu anasema neno lako ndio ile nini? Kweli. Kweli. Kinachotutakasa ni neno la Mwenyezi Mungu. Sikiliza, lile neno ambalo lilisema mbingu iwe na ikawa, bahari iwe na ikawa, jua, mwezi na nyota viwe na ikawa, ndilo neno ambalo linaweza wa kukutakasa. So ukiliweka kando, unaje katika mazingira tata ya kutotakaswa. Kwa sababu ya muda niruhusu niishie hapo. Nitajengea swala hilo kutokea hapo kesho. Lakini sikiliza, usisahau vitu viwili muhimu, ya kwamba tumehesabiwa haki bure pasipo na matendo yetu, justification. Na kwa sababu tumempokea Yesu Kristo, number 1, alitutakasa. He sanctified us. Alitutenga tuwe tofauti, tusiwe kama walimwengu walivyo in the past. Lakini kila siku katika kutembea kwetu anatutakasa. Progressive sasa. Anatutakasa kila siku tunapoendelea na yeye, kila siku tunapokuwa safarini anatutakasa. Na shughuli hiyo endelevu itaendelea mpaka Yesu atakapofunuliwa mawinguni. Na anachokitumia kututakasa ni neno lake. Wapenzi, tushirikiane na Yesu ili kipindi hiki tunapomsubiri atokee mawinguni, atakapotokea tuwe tumetembea na yeye kila siku, ametutakasa hatua kwa hatua hadi hatimaye tumeufikia utimilifu wa tabia yake. Mungu na atubariki. Je, ni ombi lako kushirikiana na Yesu katika mchakato mzima wa utakaso? Simama tuombe pamoja. Mungu wetu uliye mkuu na mtukufu, umwema, na hakuna Mungu aliye kama wewe. Ukombozi wetu umerahisishwa kweli. Kwa kifo chako msalabani tumehesabiwa haki bure. Kwa kufufuka kwako tunatakaswa. Tulitakaswa na tunatakaswa kila siku. Tusaidie Yesu kwa neema yako, tukashirikiane na wewe katika shughuli endelevu ya utakaso. Lakini pia tuweze kuamini ya kwamba tulipokupokea tulikwisha takaswa. Tunapaswa kuishi kwenye utakaso huo. Neema yako itutoshe, utusaidie kuyafanya matendo yaliyo mema, ili wasio kujua wanapotuona wakutukuze wewe, Mungu wa mbinguni. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante. Mungu awabariki.
ya upole, rifuata na ongoza nyumbani. Tene vinayame ne chinguru cha Nyasaye rigereria ense yonsiri gesandire ange rorenda gera yamire rigesangange rire Chorosa sohosimeka Toba isako iroka Nonyore mechande menge Nogese no mochengo Rigereria ense yonsiri Gesandire again Rorenda gera yamire rige sangangerire Wana wa Nyasaye ngo bakwana ande miyomore. Habari ya asubuhi. Ni wangapi wako na furaha? Umefika wakati wa mgeni wetu wa vitabu. Nataka tumkaribishe, na yeye anaitwa Espon Makoli. Ni wa Espon Momanyi from Suneka but from Mwembe. Ni wangapi na mimi wanamkaribisha? Ni wangapi?
Tusimame tuombe ndio tuanze. Omachenu tata Nyasaye yore igoro mono ikaransi tasekero kyae kyobonene. Twachira asore mambi yabona Nyasaye ito. Ntunabanya ntå gwenete gũtenasekero kyao kyobonene. Nyasaye aseng'encho gwatwanjete ritang'ani goika bono igo twanjete. Ntunabakoria amabere tukase rituko. Lakini aseng'encho y'obuya bwao watorangeire ase mambi yabona ekambi ya 2024. Mungu tunaomba utusamee makosa yetu tumetenda. Tumeenda kinyume na utakwa wako Baba. Umefika wakati mwingine tunamkaribisha mtumishi wako kwa sehemu ya vitabu. Nyasaye tuasabira maraika machenu anyareko bagakomwagata. Inganeri nalira anyareko barigotokonye kero torange no kubungwa kwe story yense. Umanene bona asenjira yabene na muskirwo jasekero kyao kyobonene. Ukwana manere nekera gotena sabana bao obuya bwao botoisane twensi ikera twasabira makase elieta ya Yesu Kristo yoromo borio ito. Unakaribishwa. Praise God. Praise God again. Please wave back to me. Praise God. Thank you. Thank you. May God bless you. I want to once more invite and welcome you to this program. She has already prayed. I will quickly get into what we ought to know a little bit about books today. It is exactly 11. So my brother mwenye ananilindia wakati, it's exactly 11, so I think my 30 minutes is well taken care of as we had agreed. Anyway, as she was praying, vila jinsi ambavyo alikuwa naomba, sijui nitumie lugha gani, sijaambiwa bado nitumie lugha gani. Kwa hiyo nitatumia yenye niko salama nayo. Wakati ambapo alikuwa anaomba, nilikumbuka quotation moja katika vitabu vya roho ya unabii. Anasema ya kwamba soon what will remain in the lines of work is not actually preaching from the pulpit. She says that it is the medical missionary work and the gospel in literature evangelism. Soon and very soon. By the way, kwa wale ambao wanafuatilia news, mliona juzi kuna ile the presidential working party ile ilikuwa sijini whatever of inquiry wakati ilikuwa inazungumzia yale mambo ya Sakahol. Walikuja na sijui kama ndugu zangu tumesoma zile recommendations ambazo wale jamaa wameleta. Jinsi ambavyo wanataka ku somehow hold in check how people should worship God. Yes, there's some extremism, yes, but I challenge you to go and read those recommendations keenly in light of the truth. I have not come here to preach. I just want to promote a few books here. But I want to read a verse or two, then I'll talk about one or two books here, then we'll head into the table. Now let me just paraphrase in the book of Revelation, chapter 10. But before I read chapter 10, chapter 1 and verse 1, it says that the revelation of Jesus. I read this verse yesterday, but nevertheless, I will repeat again because, Paul says that I will not be negligent to put you in remembrance until you are established in present truth. Now, I will just continue reminding you that what we have here is the revelation of Jesus. In fact, what my brother has just belabored to bring out here is the revelation of Jesus Christ as it is in the Word of God, the truth. Now, it says that the revelation of Jesus Christ, which God gave him that he should shew it unto his servant, then, of course, through the angel, that is the prophecy angel, that is angel Gabriel. But whenever God has anytime God has an issue to do with planet Earth, especially the birth of Jesus, the birth of John the Baptist, the annunciation of the birth of John the Baptist, the resurrection of Jesus,
the prophecies and the truth contained in the word of God, he uses the angel of prophecy. And the angel of prophecy is the angel Gabriel. You go and study the book called The Truth About Angels. Yes, The Truth About Angels. Anyway, it is the revelation of Jesus. Now, reading in chapter 10, you go and read that chapter, the whole of it. But I want to just paraphrase and mention a few things there in 5 minutes, then maybe we'll head there. Now, it's an expose, or it's a prophecy about the great disappointment that was to happen in the year October 22nd, 1844. As read together with Daniel 8:14 and Daniel chapter 7 verse 13 as you go onwards, when one like the Son of Man appears to the Ancient of Days to receive dominion and glory and even judgment and of course to judge all the nations. Now, John the Revelator in chapter 10 of Revelation sees an angel. I just want to quickly go there. He sees an angel standing 1 foot. I don't know whether it's feet or foot. Is it feet or foot? Feet. 1 foot. Okay. Let me go by the English that the chair has recommended. Now, 1 foot in the dry land and another foot in the ocean. Now, and that angel standing 1 foot in the ground or in the dry land and 1 foot in the sea holds a little book, and he hears a voice, telling him that you see that angel. I just want to paraphrase. Now go take that little book in the hands of that angel and eat it. And the instruction is that when you'll eat it, it will be what? Sweet as honey in your what? In your mouth. And it will be bitter. Where? In your belly. And then the commandment, I will say, comes in the last verse. Then he says that, you son of man, you need to do what? To prophesy. How? Again, among nations, kindred, and tongues, and people. So the only position where John the Revelator could reach for him to satisfy, to reach that category with which he could go to prophesy again or to preach these things again, was first he had to eat the book. And that book was to be bitter upon his belly. I want to connect it in Ezekiel chapter 3 and verse 1, 2, 3. The same instruction is given to prophet Ezekiel. He's told, you also, son of man, you need to eat the scroll. Of course, he's in a vision and all that happens. I don't want to get deeply into that because I'm not doing Bible study, because I think I'm unworthy to untie the shoe that my brother has presented. Anyway, the same instruction is given to prophet Ezekiel, and he's told, you need to eat that scroll. You read it again. It says so. It will actually be sweet upon his mouth and even bitter upon his stomach. And the instruction is given that after that has happened, now you go and tell my people, the Israelites, what they ought to do. What do I remove from those verses? That before I go to preach the 3 angels' messages, as it were, I need to eat what? The book. I need to study the word of God. I need to study the word of God. The book, The Great Controversy, says in page 597, it says that we have a chart pointing out our way mark. Listen. It says that we have a chart pointing out our way marks from eternity in the past to eternity in the future. I'm just paraphrasing. And we ought to guess at nothing. The word of God and the spirit of prophecy writings. Friends, with me here, I just want to challenge you. Take a moment, an hour. You have 24 hours. Take an hour probably each day
to study the word of God. And if you don't, fully understand well, we have the books, the Spirit of Prophecy books that are written to explain more about whatever that you will be reading. And I said yesterday, as in 2 Peter chapter 1 and verse 20 and verse 21, it says that holy men of God did not write these things according to, their imaginations, but they wrote it as they were led by what? The Holy Spirit. And I want to tell you that the same Holy Spirit that led the authorship of the Word of God, the Bible, is the same Spirit that has led people like, Ellen White and many of our pioneers to write these books unto us, to simplify the Word of God unto us. Because really, our minds and our brains, as it were, have been numbed. That is what the SOP says. Have been numbed. Now, with me here, I have the book, The Next Superpower, written by Mark Finley. In fact, I want to retaliate again the quotation I quoted as read together with Education 178. It says that the history which the great I am is God or Jesus. The history which the great I am has marked in his word, connecting link after link in the prophetic chain, tells us where we are in the great procession of the ages. Mark Finley speaks about what has happened in the ancient times, the so-called ancient prophecies, the global events right now, and the future, what we expect in the future. Do you want to know where you have come from, where you are heading, and even where you are? Study the Word of God. This is the book, The Next Super Power. I also have another book called The Missing Dimension, the story of Nicodemus. Together with, there is another book called, also about Mary Magdalene. I want to mention one thing. It says, listen to me, my brothers and sisters. God has a problem. Oh, what did I say? I said God has a problem. You ask me, what is the problem? This is the problem that God has. He has the problem of separating sin from the sinner so that the sinner can actually be justified and sanctified, as my brothers said. That process has to take place by what we so-call practical being born the second time, as did Nicodemus, as it were. We may be here. In fact, unaweza pata wengine tulienda swimo. Hiyo baptism. Tulikuwa tunafanya swimo. We are joking with our salvation. We are not born again. The servant of God says in Messages to Young People, page 131, that if your conscience and mind is right, everything will be right. Your dress, your eating, your conversations, and everything will be right. You will be born again. Believe you me, we need a rebirth. We need an organ transplant. We need to cry to God, as it were, with the psalmist David. Oh God, in Psalm chapter 51, create in me a what? A new heart, and do what? Renew the right spirit within me. We need an organ transplant, as it were. I also have a book called Your Health in Your Hands. This is the last book I want to talk about. Then I invite you in the table there. By the way, I don't know, we'll be having a health program or session here. I think I saw it in the program. Okay, be organizing about it. Let me tell you, my brothers and sisters, the Adventist message, or the Adventist health message, is not a mere medical advice. It is not. It is not a suggestion. It is a message connected with what? The third angel message. The prophet says that medical missionary work, or the health message, is the right arm of what? The gospel. Many of us have despised the laws of health. I know you know them.
you know them. They're called, we have whatever, sunlight, we have believe in God, we have temperance, and all that. The writer here speaks much about what we ought to do as a people in terms of our health. And actually, there is a chapter called here that you are what you eat. You are what you eat. If you eat, let me just, I don't know whether it's dramatized, but this pulpit is not for drama. Anyway, if you eat, a lion, I want to speak it from afar. If you are wise, you will understand. The wise shall understand, as in Daniel chapter 12 and verse 10. Anyway, if you eat the meat of a lion, yes, I deliberately used a lion. The writer here says that you are what you eat. So don't expect to behave very far from from how a lion behaves. So if you get me, you are getting me. May God bless us. As I want to invite you, I think I have 16 or 14 minutes remaining. I want to invite you in the table there. Come, say hi to me, talk to me. Let us reason together. Isaiah 1:18. Let us reason together about these things. Let us encourage each other. Come, get a copy. If you already have it, buy it for a friend. By the way, what I know, I don't know whether it's my brother, I don't know who I told. I told him that while I was in campus, even now, while I was in campus, what I used to do, because I did not have much time to go and preach and do what, because I was very much concerned about my academic excellence and all that. I used to buy books like Steps to Christ, when God said, remember, all those books. And when you approach somebody and, they don't seem like having an interest to study, that book, I just pray. I pray about it. After I have prayed about it, after I have finished, or we have finished those 3-hour lectures, I leave that book in that table or in that chair. I pray over it. By the way, as I get out of this pulpit to get to the table there, the word says, many people in heaven will appear in the throne of God, saying that I was saved because of some book that was shared. I don't know who shared. I got it somewhere. And that is the time when you will discover that that book that you left in a matatu, in your office, or in whatever, did a great work. You go, have one copy for yourself, for your brother, sister, or daughter, or son. Pray over it, and God will bless you. Without much ado, I want to pray as I invite you over there. And as I said, the remaining minutes are mine. Yes. So I will request that if you are going to play music, the same thing happened, the same principle yesterday. So you play in low tones. Then after that time, I think in Taskia Kengele, I'll come to pray to finish the program. So let us pray. We can stand so that we can pray and head to the table over there. Let us stand to have a word of prayer. Okay, we pray. I don't know why some of us are still seated and they are youth. Anyway, Father, Lord in heaven, bless us. Open our eyes as we're going to behold what is in the table over there. Lead us to the end of this program and the programs today, even the programs of this camp meeting, because you've promised to be with us. This is our prayer. Make it our experience. In Jesus' name, amen. Welcome. Tunaweza zidi kwenda huko juu.
na wageni ambao wameingia leo ambao watachua nyumba za usafi. Mkono wangu wa kushoto wanawake wote watatembea huku, hizo nyumba ni sawa. Mkono wangu wa kiume wageni wa kiume wataingia hapa, na wengine wote wanaume tupande huko juu. Tafadhali tusikongane. Asante. Asante. Mungu awabariki sana. Naomba ya kwamba tuweze kuomba ili ya kwamba tuweze kumaliza kipindi hiki, kisha tuweze kubisha vipindi vingine ambavyo vitafuata. Asante sana kwa wale ambao umetembea pale. Kuja tu nisalimie. Najua mimi ni kijana. Kuja tu nisalimie. Unipe motisha kidogo. Dada yetu hata atakueleza vizuri sana mbona tunahitaji hiyo motisha. Mungu awabariki sana. Hebu na tunyenyekee tuweze kupata ombi. Tuombe. Mtakatifu Baba na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako. Asante kwa sababu umetuleta mahala hapa na tumemaliza kipindi hiki. Wakati ambapo tunaingia vipindi vingine, basi tunaomba Mungu Roho wako Mtakatifu tuongoze ili kwamba uweze kuinuliwa. Not we but you Christ be known, be seen and be heard in every look and motive. Not we, not I, but you Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Barikiwa. Exodus Ministers mkuje kwa wimbo. Tunapoimba namba 180, Exodus Ministers mkuje kwa wimbo. Panama alipazuri mno. Okay, trigo. Panama alipazuri mno, twapaona kwa mbali sasa, Baba yetu angoja pale, amepanga makao yetu kitambo, kitambo, kitambo tu bado, tutakutana ng'ambo pale, kitambo, kitambo tu bado, tutakutana ng'ambo pale, tutaimba pale kwa moyo nyimbo tamu za wenye heri, na rohoni atutaona tena aja ya kupumzika, kitambo, kitambo, kitambo tu bado, tutakutana ng'ambo pale, kitambo, kitambo tu bado, tutakutana ng'ambo pale, kwa Baba yetu mkarimu, tutatoa shukrani sana kwa kipaji cha pendo lake, na baraka anazotupa, kitambo, kitambo, kitambo tu bado, tutakutana ng'ambo pale, kitambo, kitambo tu bado, tutakutana ng'ambo pale.
upande wa wana wa Mungu walioshinda vita, jinsi alivyotuahidi kutupeleka kwetu tulioshinda vita. Tukio la kilio na kusaga meno kwa wenye dhambi wakihukumiwa. Mikaeli punde anashuka, jemedari mkuu wa majeshi, atasimama upande wa wana wa Mungu walioshinda vita, jinsi alivyotuahidi kutupeleka kwetu tulioshinda vita. Tukio la kilio na kusaga meno kwa wenye dhambi wakihukumiwa. Jeshi la mbinguni litashuka taratibu, mbinguni zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa. Itatolewa kwa wanaoasi na kutupwa mbali, kwa maana upanga wake umekunywa na kushiba mbinguni. Jeshi la mbinguni litashuka taratibu, mbinguni zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa. Itatolewa kwa wanaoasi na kutupwa mbali, kwa maana upanga wake umekunywa na kushiba mbinguni. Langu limeandaliwa, jengo litokalo kwa Mwokozi, nyumba isiyofanywa kwa mikono yeyote, iliyo ya milele. Siku hiyo kitu kipatikanacho kama mauti kitawezwa na uzima. Tutaishi milele kwa furaha na Mwokozi Yesu, tukiimba. Kao langu limeandaliwa, jengo litokalo kwa Mwokozi, nyumba isiyofanywa kwa mikono yoyote, iliyo ya milele. Siku hiyo kitu kipatikanacho kama mauti kitawezwa na uzima. Tutaishi milele kwa furaha na Mwokozi Yesu, tukiimba. Litashuka taratibu, mbinguni zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa. Itatolewa kwa wanaoasi na kutupwa mbali, kwa maana upanga wake umekunywa na kushiba mbinguni. Litashuka taratibu, mbinguni zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa. Itatolewa kwa wanaoasi na kutupwa mbali, kwa maana upanga wake umekunywa na kushiba mbinguni. Litashuka taratibu, mbinguni zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa. Itatolewa kwa wanaoasi na kutupwa mbali, kwa maana upanga wake umekunywa na kushiba mbinguni. Litashuka taratibu, mbinguni zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa. Itatolewa kwa wanaoasi na kutupwa mbali, kwa maana upanga wake umekunywa na kushiba mbinguni.
ya chakula, awambie wale walioalikwa, njooni kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwekwa tayari. La ajabu, wote wakaanza kutoa udhuru, kasema tafadhali unisamehe rafiki. Wote wakaanza kutoa udhuru, kasema tafadhali unisamehe rafiki. Mtu mmoja alifanya karamu kubwa, akaalika watu wengi, akamtuma mtumwa wake saa ya chakula, awambie wale walioalikwa, njooni kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwekwa tayari. La ajabu, wote wakaanza kutoa udhuru, kasema tafadhali unisamehe rafiki. Wote wakaanza kutoa udhuru, kasema tafadhali unisamehe rafiki. Ndugu, nimenunua shamba naenda kulitazama. Wa pili, nimenunua ng'ombe jozi 5, ninakwenda kuwajaribu. Nimeoa mke wangu, na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Wote wakatoa udhuru, kwa nia moja wakakosa kuja. Ndugu, nimenunua shamba naenda kulitazama. Wa pili, nimenunua ng'ombe jozi 5, ninakwenda kuwajaribu. Nimeoa mke wangu, na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Wote wakatoa udhuru, kwa nia moja wakakosa kuja. Kwa nini mara nyingi tufikiria juu ya vitu vyote tulivyo navyo kuwa muhimu hata zaidi, hata kuliko karamu tuloandaliwa mbinguni? Yesu ameshalipa bei ya karamu tuloandaliwa mbinguni. Hatuna budi kuhudhuria, mimi na wewe, tukale pamoja naye mwana kondoo. Hatuna budi kuhudhuria, mimi na wewe, tukale pamoja naye mwana kondoo. Kwa nini mara nyingi tufikiria juu ya vitu vyote tulivyo navyo kuwa muhimu hata zaidi, hata kuliko karamu tuloandaliwa mbinguni? Yesu ameshalipa bei ya karamu tuloandaliwa mbinguni. Hatuna budi kuhudhuria, mimi na wewe, tukale pamoja naye mwana kondoo. Hatuna budi kuhudhuria, mimi na wewe, tukale pamoja naye mwana kondoo. Ndugu, nimenunua shamba naenda kulitazama. Wa pili, nimenunua ng'ombe jozi 5, ninakwenda kuwajaribu. Nimeoa mke wangu, na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Wote wakatoa udhuru, kwa nia moja wakakosa kuja. Ndugu, nimenunua shamba naenda kulitazama. Wa pili, nimenunua ng'ombe jozi 5, ninakwenda kuwajaribu. Nimeoa mke wangu, na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Wote wakatoa udhuru, kwa nia moja wakakosa kuja. Ndugu, nimenunua shamba naenda kulitazama. Wa pili, nimenunua ng'ombe jozi 5, ninakwenda kuwajaribu. Nimeoa mke wangu, na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Wote wakatoa udhuru, kwa nia moja wakakosa kuja. Ndugu, nimenunua shamba naenda kulitazama. Wa pili, nimenunua ng'ombe jozi 5, ninakwenda kuwajaribu. Nimeoa mke wangu, na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Wote wakatoa
udhuru, kwa nia moja wakakosa kuja. Ndugu, nimenunua shamba naenda kulitazama. Wa pili nimenunua ng'ombe dozi 5, ninakwenda kuwajaribu. Nimeoa mke wangu na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Wote wakatoa udhuru, kwa nia moja wakakosa kuja. Tuombe. Asante Mungu kwa kutupa sauti njema, tumeweza kusifu kwa njia ya nyimbo Baba. Wakati tunapoingia kipindi kingine, tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze hadi mwisho. Tumatuma machache katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Hebu nione mikono. Nataka tuchukue dakika 5 ama 10 hivi tumtolee Bwana saka na sadaka. Kila wakati wa makambi, kabla ya mahubiri tunatoa saka na sadaka ili iendelee kufanya kazi yake. Hebu na tuombe. Mashemasi msimame mutoe kwa wenzetu ili ndio tulete mgeni wa mahubiri. Hebu tuombe. Tata Nyasaye mwachenu, tumekuja kwako tena. Ni asante kwa sababu umetupatia mibaraka mbalimbali. Imefika wakati mzuri Bwana, tutaenda kukutolea yale umetupatia. Naomba ya kwamba utubariki na wale pengine hawana, Bwana uwapatie sehemu wataweza kupata ili Bwana wakutolea siku nyingine. Naomba ya machache kwa jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Amina. Kwa hivyo mashemasi tafadhali simameni. Ipata furaha hata milele, furaha wataipata wakati wa mavuno, furaha wataipata, furaha hata milele, furaha wataipata wakati wa mavuno, na siku ile tutaimba kumshukuru na kumsifu Bwana Yesu. Tuwape nafasi.
tumsifu Yesu, Bwana wa mabwana, kwa makuu yote alotutendea. Tumsifu Yesu, Bwana wa mabwana, kwa makuu yote alotutendea. Wokovu kamili, zawadi kwetu wote, ahadi yake Mungu, wanaomwamini na kuungama. Wokovu kamili, zawadi kwetu wote, yake Mungu, wanaomwamini na kuungama. Tumsifu Yesu, Bwana wa mabwana, kwa makuu yote alotutendea. Tumsifu Yesu, Bwana wa mabwana, kwa makuu yote alotutendea. Tumsifu Yesu, Bwana wa mabwana, kwa makuu yote alotutendea. Tumsifu Yesu, Bwana wa mabwana, kwa makuu yote alotutendea. Tumsifu Yesu, Bwana wa mabwana, kwa makuu yote alotutendea. Tumsifu Yesu, Bwana wa mabwana, kwa makuu yote alotutendea. Tunaambia waimbaji namna gani? Sasa imefika wakati wa kupata neno. Nataka kila mmoja wetu achukue Biblia yake na tuende kwa kitabu inaitwa Genesis, Mwanzo 39. Mwanzo 39 fungu la 21. Ukifika pale nataka kusikia amina. Kuna mtu amefika hapo? Tuombe kabla sijasoma. Baba wetu, tumerudi kwako tena tukisema ni asante. Imefika wakati Bwana tunaenda kuangalia kitabu chako ili Bwana kituongoze kwa wakati huu. Mnenaji atakayesimama kufafanua haya maneno, naomba ya kwamba mtakase, umuongoze, umpatie lile Bwana unahitaji atupatie, na sisi tusaidie kwa maisha haya. Ni hayo machache kupitia kwa jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Nitasoma kwa lugha ya Kiingereza. Genesis 39 verse 21. It says, "But the Lord was with Joseph, and I showed him mercy, and I gave him favor in the sight of the keeper of the prison." I repeat, "But the Lord was with Joseph, and I showed him mercy, and I gave him favor in the sight of the keeper of the prison." Haya, hili neno mnenaji ataanza kulifafanua. Nataka nimlete ndugu wetu Pastor Fadili Samuel ambaye ni mnenaji wa wiki mzima ili atuongoze sehemu hiyo. Karibu Pastor.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninawasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Ikiwa una furaha pamoja nami, naomba upunge mkono wako. Mimi pia nina furaha. Asanteni sana kwa kuja leo tena katika mikutano hii mizuri, mikutano ya neno la Mungu ambayo Bwana ametupatia neema yake. Nami nina kila sababu ya kusema jina la Bwana lipewe sifa. Jamani, jina la Bwana na lipewe sifa. Na siku ya leo tena ninatamani tukutane na Bwana kipekee. Na hivyo kabla sijaenda katika neno la uzima, na nashukuru kwamba Mackenzie yuko pale anaweka hii microphone sawa na anajua cha kufanya. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yenu ambao mmechagua kuacha kazi zenu na kuja kwenye sikukuu za vibanda. Namshukuru Mungu kwa ajili yenu na nasema jina la Bwana litukuzwe sana. Ndivyo Israeli walivyofanya, wakakutana mwaka hadi mwaka, wakaja wakakaa mbele za Bwana. Lakini Biblia inaniambia hawakuja tu kukaa mbele za Bwana, na walikuja wakiwa wamejaa mioyo ya toba. Walikuwa wanakuja kuungama makosa yao. Walikuwa wanakuja wakiwa wanamaanisha, maana ni kupitia sikukuu za vibanda, camp meeting, wangeweza kupatana na Mungu wao. Nami natamani Bwana anisamehe, Bwana akusamehe, apokee toba ya dhati katika mikutano hii. Kwa hiyo usije tu na moyo ambao hauna toba. Mwambie Bwana, ninatamani unisamehe, ninatamani unisamehe, na ninakuhakikishia kwa neema ya Bwana utasamehewa. Hivi kwamba amina nitazinunua shilingi ngapi? Zinauzwaga wapi ili ninunue niwape mwe? Mnasema amen. Nasema hivi, Bwana atatusamehe. Yeye ndiye ambaye anasema njoni tusemezane, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama sufu. Wiki hii tena wana Better Living Getembe, msikilizaji uliyeko pale mtandaoni, na wewe ambaye unatamani kupata neema ya mikutano hii, wewe ambaye umetoka kutoka kule mbali. Nimeona hata kuna rafiki yangu ameingia hapa na mpenzi wake, walifunga ndoa hivi karibuni, tumekuwa nao kule Ogembo. Rafiki yangu, hebu nipungie mkono pale, nimekuona toka mbali, nitasema habari zake wakati fulani. Ninajua marafiki wengi watakuja, maana tumekuwa hapa katika mikutano hii, lakini Bwana anataka atuhudumie. Nikwambie tena kwamba jambo la kwanza, Mungu atanisamehe, Mungu atakusamehe. Hebu mwambie jirani yako, Mungu atakusamehe. Tatizo nyinyi sio hamsemi, mna whisper. Mimi nimesema mseme. Mwambie jirani yako, Mungu atakusamehe. Katika mikutano hii, Mungu atanisamehe, Mungu atakusamehe. Haleluya. Israeli walipokutana wakamweleza Mungu makosa yao, Nehemia na Israeli wakisoma gombo na kuinua watu mioyo yao, ndipo waliposamehewa. Nina habari njema pia kwenye mikutano hii ya makambi. Ni mikutano ya maombi, ni mikutano ya maombi, na ndiyo maana Israeli walienda wakamlilia Bwana, wakamlilia Bwana. Nina habari njema pia katika mikutano hii, Bwana aliwasikia maombi yao Israeli. Bwana akawapa rehema, Bwana akawapa neema, na ndiyo maana limekuja boksi la maombi hapa mbele ambalo nitaliweka mbele za Bwana. Nitamuomba Bwana kwamba kama ilivyokuwa kwa Israeli ambao walikuwa wakipeleka maombi mbele zake Bwana, naye Bwana akawasikia. Nina habari njema, barua
utakayoiandika na kuweka kwenye boksi hili, Bwana ataipokea na Bwana atakujibu. Maombi yako yatajibiwa. Hebu mwambie jirani yako tena, maombi yako yatajibiwa. Yaani kama ulikaa na mtu hataki kuongea, mwambie badilika. Hebu mwambie tena jirani yako, maombi yako yatajibiwa. Kwa hiyo jambo la kwanza, Mungu atakachofanya kwenye mikutano hii atatusamehe. Lakini jambo la pili, kama alivyowajibu Israeli, Mungu atayajibu maombi yetu. Haleluya. Lakini jambo la tatu ambalo Israeli walikuwa wanalifanya kwenye sikukuu za vibanda, camp meetings, walikuwa wanapanda, na tutaona sadaka aina mbalimbali. Miongoni mwa sadaka ilikuwa ni sadaka ya kutikisa mganda, sadaka ya kutikisa mganda. Lakini kulikuwa na sadaka ya jioni ambayo walikuwa wanatoa, walikuwa wanabeba sadaka kila siku kwenye sikukuu za vibanda, na walikuwa wanatoa familia kwa familia, mtu mmoja kwa mtu mmoja, wanaleta mbele za Bwana. Mikutano hii ninajua kwamba mmepewa hata na goli la kutoa, goli la camp meeting. Ila niwaambie jambo moja, mimi sijaja kuambia kwamba mkamilishe goli. Nimekuja kuambia tumshukuru Mungu kadiri ya alivyotutendea. Nilivyoambiwa goli na mchungaji, nikalitazama nikasema, kama mtu mmoja ataelewa vile Mungu ametenda kwake, huyo angetoa ile pesa yenye inahitajika. Lakini ninachojua ni kwamba Mungu ametutendea. Israeli wakamshukuru Bwana, sio kwa maneno, walimpelekea sadaka, sadaka ya wanyama, sadaka ya ndege, sadaka ya dhahabu, vipande vya fedha walimletea. Na hivyo kwamba kesho tutaanza na sadaka ya vile vitu vinavyoshikika, vile vitu ambavyo ni mazao ambayo tunayaleta mbele za Bwana. Na najua kwamba uko na mazao, ninajua kwamba uko na nguo, najua kwamba uko na vitu mbalimbali ambavyo unatamani kumshukuru Bwana. Nami kesho, kwa yeyote ambaye ana hiyo aina ya sadaka, ambayo ndiyo sadaka ya kutikisa mganda, ya kuchukua sehemu ya mali tulizo nazo, kila mtu ana mali ya aina yake, na kesho ni sadaka ya vitu. Namshukuru sana Elda, maana ameweka sawa. Nami naungana pamoja na uongozi wa kanisa hili. Kesho leta vile ambavyo Bwana amekujalia kama vitu, kama ni kondoo, kama ni mbuzi, kama ni ng'ombe, kama ni nguo, kama ni chochote, kama ni vitu ambavyo unaweza kufanya, leta, Bwana atavipokea. Makambi ya mwaka uliopita nilipata ushuhuda kutoka kwa rafiki yangu anaitwa Elda Daniel Marwa. Aliamua, alikuwa na ng'ombe, akaamua, alikuwa na ng'ombe kama ng'ombe, alikuwa na ng'ombe 60, akaamua kuhesabu, akaona katika ng'ombe 20, maana hii ilikuwa sio zaka na sadaka, yeye aliamua kujiwekea principle yake, kwa kila ng'ombe 20 anatoa ng'ombe mmoja. Kwenye ng'ombe 60 akatoa ng'ombe watatu. Kwenye ng'ombe wale aliokuwa nao akatoa ng'ombe wakubwa watatu, akawaleta kwenye sadaka ya makambi. Sio mbali, ni hapo tu Mabera. Akaenda akaleta, alafu tena akawa amevuna gunia za mahindi. Alikuwa amevuna gunia 30, akaamua kutoa gunia 3. Yani akatoa. Alikuwa ameenda tena akaangalia kondoo aliyokuwa nao, akachukua kondoo, akasema kondoo sina wengi, ninao kondoo 15. Akaenda akachukua kondoo mmoja. Huyu mzee ana migodi ya dhahabu. Akaamua, tajiri huyu akaamua, akaenda kwenye sehemu ya mali yake, akamwambia Bwana, katika yote ulionibariki mwaka huu, ninatoa fedha, 20% ya fedha kutoka kwenye kile ambacho Mungu amenibariki. Ninataka niwaambie miujiza
ambayo ipo katika kumshukuru Bwana. Israeli walipomshukuru Bwana kwa sadaka za kutikisa miganda, kwa sadaka za vitu walivyokuwa navyo, Mungu aliwaokoa, aliwatetea dhidi ya maadui zao. Nami nataka nikutangazie, Bwana anataka apokee sadaka zetu. Na ndio maana wimbo unasema, nitatoa nini? Kwanza vyote ni vyako. Upendo wako unadai moyo wa shukurani. Nina habari njema hapa leo ya kwamba Bwana anataka moyo wa shukurani. Bwana anataka nimshukuru. Bwana anataka tumshukuru. Na kwa neema ya Mungu, njoni na vitu hivyo, ili kesho kama Bwana alivyonituma niviweke wakfu katika maeneo haya, na Bwana atavipokea, na wengine ndio tutavinunua kutokea hapa, vitafanyika kuwa sehemu ya sadaka ya shukurani. Nimekuwa makambi mengi pia, miongoni mwa makambi ambayo nimewahi kufanya kule Mabera, nikiwa ninafanya mikutano hiyo, niliona wenye kuku wanabeba kuku wanaleta, nikaona wenye wimbi debe moja wanaleta, kilo 5 wanaleta, nikaona watu wenye kila kitu, yani katika vile Mungu alivyowabariki wanaleta. Nina habari njema, nilipoenda sikukuu za miaka 10 siku 10 za maombi, hata Heaven Targeters walinitembelea pale Mabera Central. Watu walikuwa na testimonies wakisema ya kwamba, pastor, tangu tumejifunza kumshukuru Bwana kwenye camp meetings, mambo yamebadilika. Nina habari njema, sadaka hizo hamleti kwa ajili yetu watumishi, hamleti kwa sababu tumekuja kuwahubiria, mnaleta kwa sababu ya vile Bwana alivyotenda kwenye maisha yenu. Jamani, haleluya. Wapendwa, haleluya. Hebu nione ambao wanasema tutamshukuru Bwana mwaka huu. Haleluya. Kwa hiyo kesho itakuwa sadaka ya vitu, lakini tutakuwa na sadaka ya fedha. Sadaka ya fedha ya vile ambavyo ni sehemu ya kipato, yani vipande vya fedha, maana yake ni sehemu ya vipato. Na hiyo sadaka tutaitoa Sabato, tutatoa siku ya Alhamisi na siku ya Sabato. Na kwa hiyo zitakuwa siku maalum. Na sadaka ya Alhamisi, wenda tayari una bahasha zako ama yako ambayo unatoa, uko na envelope ambayo unaitumia kutoa sadaka. Hiyo ni sawa, lakini ninaomba uongozi wa kanisa, mtanipatia kesho Jumatano, kesho kutwa Alhamisi, baada ya kuwa tumefanya kesho sadaka ya vitu. Kesho kutwa Alhamisi, naomba kabla sijasimama, mtakuwa mmeandaa envelopes za kuwatosha hawa watu wote hapa. Na niombe pia, kabla sijaenda mbele nisisahau, agizeni viti, maana Mungu anataka kubadilisha mkutano huu. Agizeni viti, maana watu watajaa, hata viti havitatosha, maana Mungu anataka ajidhihirishe katika viwanja hivi. Kwa hiyo watu hawa walioko hapa wanaenda kualika wenzao, na mikutano hii inaenda kuwa mikutano ya kuambia watu ya kwamba ni Better Living Getembe, ambapo Bwana ameamua kutenda miujiza, ameamua kufanya mambo makubwa, ameamua kutunenesha neno la uzima. Na unajua, katika utangulizi unafanya hivi, maana hapa ndipo natengeneza misingi. Wale ambao hawakuwepo asubuhi katika maombi, ni kualike kwa wito laini. Asubuhi Mungu anapatikana hapa saa 11:30 asubuhi. Watu wanakutana na mambo makubwa katika kuomba katika Bwana. Ndipo hata jioni pia tunakuwa na session kubwa ya maombi, na hivyo ni waalike, maana Bwana yuko katika camp meeting hii. Makubwa yatatendeka kwako, makubwa yatatendeka maisha ya watoto wako, makubwa yatatendeka kwa mme wako, yatatendeka kwa mke wako. Mungu alitumia camp meeting kutenda mambo ya ajabu. Nina habari njema, Mungu atatumia mikutano hii makini kutenda mambo
ya ajabu. Kama unaamini sema amen. Hivyo ndio amina ya mtu anayeamini. Kama unaamini sema amen. Nimemwona Mungu katika mikutano mingi na sina muda wa kuanza kutoa shuhuda hapa, ila kadiri siku zinavyoenda nitawaambia vile Mungu anatenda. Na kama ulikuja mikutano hii kama kawaida ya sikukuu za vibanda, mwambie Bwana, mikutano hii naomba nikuone kuliko kawaida, na Mungu ataonekana, na Mungu ataonekana. Jamani, haleluya, haleluya, Mungu ataonekana. Baada ya kusema hayo, ni ushukuru uongozi wa camp meeting. Nishukuru sana kila mtu ambaye anashughulika hapa. Tunaye deacon wetu ambaye ndiye kiongozi ambaye anashughulika na yuko karibu sana na camp chair wakifanya mambo makubwa, lakini church elders, lakini pia tuna church members ambao wamechaguliwa kuingia kwenye camp meeting committee. Na najua Madam Ruth mnatengeneza namna ambayo viti vitaongezwa, maana baada ya siku ya leo, kesho umati wa watu utakuwa wa ajabu mwingi sana, maana Bwana anataka aambukize baraka. Tuna majirani, marafiki zetu, tuna watu tunaowapenda ambao bado wamefungwa kwenye vifungo, ambao bado hawajapokea neno la Mungu. Na mikutano hii nimwambia Bwana, tutajaa zaidi ya kujaa, sio kwa ajili ya wingi, ila Bwana anataka ajitokeze. Bwana anataka ajitokeze. Jamani, Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Bwana anataka ajitokeze. Niruhusu niombe kwa ajili ya boksi hili, na niombe church elder walio karibu waje walishike ili boksi tu waweke mikono pale, alafu mimi ninaenda kuomba ili kila atakayeweka hapa maombi yoyote yale akutane na mkono wa Bwana. Na wale waimbaji, kama huko karibu na microphone umenikosea tayari, na kama huko nayo umenitendea wema. Wale waimbaji, na mtaongeza praise team. We need to praise until Satan become all that jealous. Na tutaimba sana. Lakini basi saa hii niombe boxi hili. Niombe boxi hili. Elders, mweke tu mikono yenu hapo. Na kila aminie kwamba boxi hili tutakutana na Mungu, ninaomba afunge macho yake tunapoenda kuomba. Hebu mwambie Bwana, nitapeleka maombi kwenye boxi lile. Ninaomba kukutana na wewe kama vile ninavyoenda kuomba. Na ikiwa na marafiki zako waalike kwamba njoni na tuweke maombi katika boxi hili. Nimefurahi lilivyoandaliwa vizuri. Bwana anataka kutenda miujiza. Bwana anataka kutenda miujiza. Endelea kuomba. Baba na Mungu wetu, asante sana kwa ajili ya wema wako. Asante sana kwa sababu umetupenda. Asante kwa sababu umetuhurumia. Asante kwa sababu ya camp meeting hii. Bwana, umetuleta kutoka kule mbali kabisa, wengine kule Mombasa, wengine kule Kikuyu, wengine umetuleta kule Tanzania. Umetuleta hapa sio kwa sababu ya bahati mbaya. Umetuleta kwa sababu nia yako ni njema. Umetuleta kwa sababu umetuagiza. Na moja ya mambo uliyotuagiza ni kwamba mikutano hii ikawe mikutano ya maombi yanayojibiwa. Mikutano ya maombi yanayojibiwa. Na mimi nakuomba Bwana, ukajibu maombi ya watoto wako. Na kuomba Bwana, ukatende mambo yasiyo ya kawaida. Na kuomba Bwana, ukajifunue. Na kuomba boksi hili ukalitakase. Na kuomba Bwana, yeyote atakayeweka maombi katika boksi hili akutane na wewe. Baba, akutane na wewe.
Baba ajibiwe maombi yake. Na kuomba ukutane na wanawake, ukutane na wanaume, ukutane na wasichana, ukutane na wavulana, ukutane na wazee, ukutane na watoto. Na kuomba Baba, boksi hili litawekwa mambo mengi. Kuna watu wataweka maombi ambayo ni siri ya moyo wao. Baba, ukayasome maombi haya. Na kila atakayeweka maombi hapa kwa mikono yake, akija kuweka maombi kwa mikono yake, ninakuomba Bwana usome maombi hayo. Ninakuomba Bwana usome maombi hayo, ili miujiza ikatendeke, mambo makubwa yakatendeke. Ninaliachilia boksi hili kuwa huru sasa, maana wewe Bwana utatuma malaika wa zamu atakaye kuwa akisoma. Maana kuanzia sasa watu watakuwa wakiandika prayer request zao wanapoziweka hapa Baba, kwa wakati wanapoonekana au wasipoonekana. Boksi hili ukalitendee miujiza kwa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Elders, asante, endeleeni tukuliacha boksi hili hapa. Unajua kama Mackenzie yuko karibu hapa. Hii mic sitaki kuweka karibu kwa sababu ya media, kwa hiyo utaiweka sawa. Na kwa hiyo ninataka niwaambie wasikilizaji ya kwamba nimeona watu wakimwamini wakiwa waumini ila hawamwamini Mungu. Nimeona watu wakiwa Wakristo ila hawana Kristo. Ni jambo moja kuwa Mkristo, na ni jambo la pili kuwa na Kristo. Naomba nirudie. Ni jambo moja kuwa Mkristo, na ni jambo la pili kuwa na Kristo. Wengi walizaliwa wakajikuta ni Wakristo, tena Wakristo wa Seventh Day. Wamejikuta ni Wakristo tena wa Kiadventista wa Sabato, lakini wengine wa madhehebu ya Kikristo. Lakini nimeona shida ambayo inajitokeza. Wengi wamekuwa Wakristo ila wengi hawana Kristo. Wengi wamekuwa Wakristo ila wengi hawana Kristo. Ninakuombea baada ya mikutano hii, Bwana akusaidie, Bwana anisaidie, tuvuke levo ya kuwa Wakristo na tuje katika levo ya kuwa na Kristo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ukiwa na Kristo, wewe ni zaidi ya Mkristo, maana aliye na Kristo kwake anasema kama ilivyo kama ilivyo Luke chapter 1:37, ambayo inasema kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Wale ambao ni Wakristo wanabaki kuwa na dini ambayo ina maswali na waamini katika nguvu za Mungu. Ila wale ambao wamempa Kristo maisha yao wanaamini, wakisema kama malaika alivyomwambia Mariamu ya kwamba kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Usiwe Mkristo anayeteseka. Usiwe Mkristo asiyeyavuna matunda ya Ukristo, maana Mkristo ambaye anayavuna maisha ya Ukristo, kwake yeye anatembea na maisha ya kumwamini Mungu. Hebu mwambie jirani yako, anza kuwa na Kristo. Hebu mwambie tena, anza kuwa na Kristo. Mwambie tena, mfurahie Kristo maishani mwako. Nimeona watu ambao ni Wakristo ila wanataabika, hawaenjoy, bado ni watumwa. Nami natamani katika mikutano hii, kwa kuwa tunaye Yesu, maisha ya utumwa, maisha ya mashaka, maisha
ya kuteseka yanakoma kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Unajua hapa ninakuambukiza kutobaki na Ukristo peke yake. Unajua hapa ninainua imani yako kwamba kama kweli wewe ni Mkristo, amini katika kile Kristo anachoweza kufanya. Na kama unaamini kwamba Kristo anaweza, nina habari njema, hata dhambi zetu zitasamehewa, hata maombi yetu yatajibiwa. Chochote tutakachomwambia Baba atatenda. Kwa Yesu yote yanawezekana. Hebu mwambie tena mwenzako, kwa Yesu yote yanawezekana. Haleluya. Yesu anasema wewe. Praise him. Where are you? Kesha ukaombe na uje na uje mwanangu. Yesu alilipa bei na wiwa naye dhambi ilitiwa aliiondoa. Bwana nimeona uwezo wako tu, waweza takasa mioyo michafu. Alilipa bei na wiwa naye dhambi ilitiwa aliiondoa. Tusimame Bwana nimeona, tusimame. Bwana nimeona uwezo wako tu, waweza takasa mioyo michafu. Alilipa bei na wiwa naye dhambi ilitiwa. Aliondoa. Sina kitu chema kudai neema. Hivi nitafua mavazi kwa damu. Alilipa bei. Yes, Jesus. Na wiwa naye dhambi ilitiwa. Aliondoa Yesu. Aliondoa. Ninaposimama juu. Endelea kuimba kwa sauti na kumaanisha. Taji nitaweka miguuni pa Yesu. Alilipa bei. Na wiwa naye
Tunaomba. Baba na Mungu wetu, asante sana kwa mikutano hii. Asante kwa sababu ya wema wako. Asante kwa sababu umetukubali na umetuleta hapa. Ninayo amani moyoni mwangu kwa sababu ninajua utatujibu maombi yetu. Nina amani moyoni mwangu kwa sababu ninajua utaleta testimonies. Utaleta shuhuda za kipekee. Na kama kuna mtu alikuwa Mkristo ila alitembea bila wewe Kristo, anza kufanyika kuwa rafiki wa karibu na yeye. Ninaomba ukaseme na changamoto ya yule baba. Ninaomba ukaseme na changamoto ya yule mama. Ninaomba ukaseme na changamoto ya yule mzee. Ninaomba ukaseme na changamoto zetu. Lakini Bwana, neno lako lituguse. Nitakuwa na neno mchana huu na kuomba Bwana unibariki. Na kuomba Bwana unitumie. Tenda mambo yasiyo ya kawaida. Ninaomba useme nasi tuisikie sauti yako. Ni katika jina lako ninaamini kwamba waliokuja na magonjwa wanapona. Waliokuja na dhambi wanasamehewa. Waliokuja na mambo mazito yanapokelewa. Hili ni juma lisilo la kawaida. Yesu, karibu uwe mgeni wa makambi yetu. Karibu uwe Baba mwema kwa kila ambaye amekuja katika mikutano hii. Tenda mambo ya kipekee mpaka kila mtu aseme, kwako Bwana nimeona kisima cha uzima. Tenda mambo makubwa. Jibu maombi yetu. Tupatie dakika chache za neno lako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Ninaomba twende katika neno la siku ya leo. Na kama ukitazama saa yako itakwambia hivi sasa ni saa 6:29. Lakini ninaomba uende nami tu, katika bezi hii ninaomba tu uniazime dakika 15 za neno la uzima, alafu kisha tutaenda kwa lunch. Maana nilikuwa natengeneza bezi na nilitaka watu waelewe yatakayojiri, maombi, sadaka na mema mengi yatakayotendeka. Bwana atutendee miujiza katika ibada ya siku ya leo. Karibuni tena ili tuumege mkate wa uzima. Ili tuumege mkate wa uzima. Bwana anataka aseme nasi. Bwana anataka aseme nami. Karibuni ili tusikie neno la Mungu. Na Biblia inatuambia, na tunakuwa na neno lenye kichwa kinachosema, nipate wapi mtu kama huyu? Nipate wapi mtu kama huyu? Bwana anataka aseme nasi kidogo kwa jina la Yesu. Amen. Baba, nitumie. Tiririsha mafundisho kadhaa hapa, maana unataka kuniagiza kusema, maana umeniita. Tenda jambo la kipekee kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Andika na niwaalike kwamba kama ulikuwa yule msikilizaji ambaye anasikiliza tu na kuamini ameelewa, kuandika itakuwa msaada mkubwa sana. Neno linasema, nipate wapi mtu kama huyu? Naomba niseme katika mwanzo wa somo hili, dunia inatafuta mtu. Dunia ina shida na mtu. Na nipate wapi mtu kama huyu, au ni wapi mtu anapatikana? Hilo ndilo hitaji la dunia hii. Ngoja nianze pia na wale ambao wanasema ya kwamba unajua duniani hakuna kazi. Unajua sasa hivi Kenya hakuna kazi. Unajua sasa hivi kazi ni ngumu kupatikana. Mimi nataka niende kinyume na kauli hiyo. Na ninataka nikuambie, kazi zipo, ila mtu
au watu wa kufanya kazi ndio hawapo. Najua hutanielewa. Unaniambia mchungaji, mbona Kenya hii watu wanatembea, wanaenda ofisi mpaka ofisi, wanaenda wanatafuta kazi, na wewe unasema kazi sio shida, ila ni mtu wa kufanya kazi. Na mimi nataka nikuambie na nikuthibitishie ya kwamba kazi zipo, ila ambaye anatafutwa ni mtu ambaye ana sifa za kazi hiyo. Hebu Biblia tusaidie kuelewa. Mwanzo 41 mstari wa 38. Mwanzo 41 mstari wa 38. Hebu msomaji, naomba usome pale Mwanzo 41 mstari ule wa 38. Mungu anataka atoe siri na atuambie wazi kwamba anachotaka kwetu ni nini. Anachotaka kwetu ni nini? Natamani mtu mmoja anielewe. Natamani mtu mmoja anielewe. Na kwa sababu ninataka pia kueleweka, ninaomba tuisome Biblia. Msomaji, karibu. Biblia inasema Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu? Madam, box utaiweka mbele ya speaker hizo ili niweze Asante sana Obed. Hebu basi turudi pale. Biblia inasemaje? Biblia inasema Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu? Tupate wapi mtu kama huyu? Mwenye roho ya Mungu ndani yake, ambaye ana roho wa Mungu ndani yake. Biblia inasema Farao akamuuliza au akawauliza watumishi wake. Walikuweko katika ofisi zake. Na unajua ofisi ya mfalme ni kama ofisi ya rais, ambaye anaweza kuwa ni Rais Ruto ama rais mwingine yeyote, Samia Hassan Suluhu, ama akawa kiongozi yeyote. Anaweza kuwa sub county chief, anaweza kuwa governor, anaweza kuwa kiongozi yeyote. Kumbe viongozi wanaweza kuwa na subordinates, wanaweza kuwa na watu ambao wanafanya kazi nao, lakini katikati ya hao watu ambao wanafanya kazi hajaona hata mmoja ambaye anaupendeza na kuugusa moyo wake. Natamani mtu anielewe. Farao ana watu wengi mno ambao wanafanya naye kazi, ambao wamejaa kwenye ofisi, lakini hatoi praise kwa hawa ambao wanafanya kazi na yeye. Wako wengi. Ni kama leo akusanye Rais Ruto, alete watu wote ambao wanafanya kazi kwenye ofisi zake, alafu awakusanye, alafu anapowakusanya hawaoni wao, ila anaona mtu mwingine ambaye hata bado hajapata kazi, na aseme mbele zao, tupate wapi mtu kama huyu? Biblia inaposema hivi, inataka mtu mmoja aelewe. Wakati vijana kama wewe wanatafuta kazi, wakati watu wanatembea na bahasha, wakati watu wanahangaika kutafuta kazi, wako wenye kazi na tena wameajiriwa, ila wamekosa sifa. Wamekosa sifa njema, wamekosa tabia njema. Na mimi nataka niwaambie ambao wana kazi na ambao hawana kazi, shida sio kazi, agenda sio kazi, agenda ni mtu anayefanya kazi. Kama unanielewa, punga mkono namna hii. Kwa hiyo anayefanya kazi na ambaye
ana roho wa Mungu, ambaye ana Mungu ndani yake, huyo ndiye anatafutwa. Obedi, ninataka nikuhakikishie, mwalimu mkuu wa ile shule ambayo unafundisha atakapokutana na mwalimu ambaye ana roho wa Mungu, anaweza akawaona wote kuwa wa kawaida, ila atakapoona roho wa Mungu ndani ya mtu ambaye hayuko katika safu yake na ni mwalimu kama wewe, atasema huyu nimempenda, nipate wapi mtu kama huyu? Badala ya yeye kutafuta kazi, kazi inamtafuta. Kama unanielewa, punga mkono namna hii. Ninajua ulimwengu unatafuta kazi. Tupate wapi mtu kama huyu? Tupate wapi mtu kama huyu ambaye ana vyeti, ana makaratasi kama wengine, ambaye ana sifa kama za wengine za ufaulu, ila hapa anatafutwa mtu ambaye roho wa Mungu yuko ndani yake. Nina habari njema, katikati ya wanaotafuta kazi kama wewe, wenye sifa kama za wanakuja wanasema pastor niombee, ninataka kuja wanasema pastor niombee, ninatafuta mwanamke ambaye ana roho wa Mungu. Kumbe pamoja na wanawake kuwa wengi ambao hawajaolewa, wanaume bado wanatafuta mmoja ambaye ana roho wa Mungu, mwanamke ambaye hatakuwa kichomi, hatakuwa kero, hatakuwa balaa katikati ya wasichana mliojaa kwenye kambi hili, ili wanaume wajigonge wakutafute wao. Yani wanaomba kukupata. Sio umbile litakalofanya uolewe, sio uzuri utakaofanya uolewe. Bwana anataka baada ya kambi hili upatikane wewe msichana ambaye una roho wa Mungu ndani yako. Hivi kuna mtu ananielewa? Au watu wa Mungu mnachelewa kuelewa? Nasema hivi, akipatikana msichana ambaye ana roho wa Mungu, atawaacha wanaodhani kwamba wana maumbile, wana mvuto, wamesoma, watabaki kuchezewa. Ila mwanamke msichana anayetaka kuolewa, ninamuibia siri, roho wa Mungu akikaa ndani yako, wanaume watakuja. Sumaku ya Roho Mtakatifu inawavuta kuja kwako, maana tayari roho wa Mungu yuko ndani yako. Kama unanielewa sema amen. Maduka yako mengi yanayofanya biashara na watu wananunua, wanatafuta mahali ambapo akinunua, wananunua kwenye duka la mtu mwenye roho wa Mungu ndani yake. Kama unanielewa utaendelea kusema amen. Watakimbia kwenye hilo duka, utauza mpaka utachoka. Utakuwa unasema mbona wateja wamenifunikia, mbona wamejaa? Ndio, maduka mengine yapo, ila kinachowavuta kwenye duka lako ni kwa sababu umechagua roho wa Mungu akae ndani yako. Hebu ananielewa aseme amen. Ninajua tunafanya kazi na tumetoka maofisini, wengine tumechagua kuja kwenye mikutano hii. Watakapotafuta watu wa kufanyiwa promotion, mkuu wa kituo, bosi wako anasema sioni mwingine wa kuwa promoted, ni huyu tu ambaye ndani yake roho wa Mungu anakaa ndani yake. Nimeona ndoa ambazo watu wanavurugana, na wewe unaendelea kusema muda si mrefu nitadivorce. Ninataka nikusaidie wewe mama, ninataka nikusaidie wewe baba. Kabla hujawaza divorce, jiulize maswali. Je, mimi ninayetaka divorce, je, roho wa Mungu yuko ndani yangu? Na kama bado, mwambie Bwana, kabla sija divorce, ninataka roho wa Mungu akae kwanza ndani yangu. Na ninataka nikuambie, akishakaa ndani yako hakuna tena divorce. Maana hata mwanaume akiwa mkora, akiwa mbabe, lakini
lakini akaishi harufu ya Roho wa Mungu ndani yako, yule Roho aliye ndani yako atambadilisha hata kabla hujasema jambo. Ninaambukiza spirit. Tupate wapi mtu kama huyu ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake? Hivi kuna watu wananifuatilia hapa na ndio wanampa Mungu amina hii imekaa. Nasema hivi, habari hapa ni Roho wa Mungu. Roho wa Mungu. Na mimi sisemi kwamba Roho wa Mungu anapatikana kwenye tai au anapatikana kwa kuitwa mchungaji, kuitwa church elder, kuitwa majina, kupewa vyeo kanisani. Haipatikani hivi hivi. Anatafutwa mtu baada ya kambi hili ambaye anachagua, ambaye atasema mimi nimechagua Roho wa Mungu akae ndani yangu. Hebu mwambie jirani yako, Roho wa Mungu akae ndani yako. Hivi unamwambia kweli? Mwambie tena, Roho wa Mungu akae ndani yako. Hebu mwambie tena, Roho wa Mungu akae ndani yako. Natamani Roho wa Mungu akae ndani yetu baada ya kambi hili, ili tutoke tukiwa na nguvu, ili tutoke tukiwa wasio wa kawaida. Dunia imetudharau, dunia inatukandamiza, mateso yametuandama, maana tunatembea na Ukristo wa nguvu zetu na hatutembei na Roho wa Mungu. Ila baada ya kambi hili na kuomba Bwana niwe yule mchungaji ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yangu. Roho wa Mungu kukaa ndani yetu, hawezi kuja tu, hawezi akajiingiza tu, hawezi akakaa tu. Genesis 39:21. Mtaniwia radhi kidogo tu. Hata hivyo tukishatengeneza msingi, introductions zitakuwa zimeenda. Haya, twende pale. Biblia inasema lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Akampa nini tena? Jamani, akampa nini tena? Kibali machoni pa nani? Pa mkuu wa gereza. Wa mkuu wa gereza. Nina habari njema katika wanakambi wa Better Living Getembe. Nina habari njema kwa wenyeji na wageni mliokuja hapa. Bwana alikuwa pamoja na Yusufu, alafu Bwana akampa Yusufu kibali, Bwana akamfadhili. Nina habari njema ya kipekee. Baada ya makambi haya, ninaomba Bwana aanze kuwa pamoja na wewe. Ninaomba Bwana aanze kuwa pamoja na wewe. Bwana akiwa pamoja na sisi, tunapata kibali, tunapata neema. Mzee wa kanisa aliposoma hapa, Elda akasoma hapa, inasema unapata mercy and favor. Unapata kibali na unapata neema. Ninakuombea uone kitu katika maisha ya Yusufu. Wengi wanasimulia habari za Yusufu, lakini Yusufu akapata kibali, akapata neema machoni pa macho ya mkuu wa gereza. Amemfunga, yuko kwenye gereza, lakini hata gerezani anapata kibali. Na ninaona watu ambao wanasema niko kwenye mateso. Mateso yapo, ila kama tutaingia kwenye mateso pamoja na Bwana, na uko katikati ya mateso, tukawa na kibali, tukawa na neema, tukawa na favor
and mercy. Katikati ya hiyo changamoto, kama ilivyokuwa changamoto ya kuwa gerezani kwa Yusufu, huko kwenye changamoto kibali kinatutembelea. Hivi mnanielewa kweli? Kibali kinatutembelea. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu wangapi wanasema Bwana nataka kupata kibali? Nikajiuliza maswali haya, Mwinjilisti Robinson, maana nataka tuombe na hawa watu wa Mungu. Kwani Yusufu alipataje kibali? Kwa nini mfalme Farao aseme tupate wapi mtu kama huyu? Ninaomba unisomee Mwanzo 40 fungu la 8. Endelea kunielewa hatua kwa hatua. Biblia inasema wakamwambia tumeota ndoto, wala hapana awezaye kuifasiri. Yusufu akawaambia kufasiri si kazi ya Mungu? Je, kufasiri si ni kazi ya Mungu? Tafadhalini mniambie. Tulia pale. Yusufu ameona watu wanataabika, hawaelewi maana ya ndoto walioota. Yusufu anawaona na wanamwambia Yusufu, tumeshindwa kutafsiri ndoto. Yusufu akawaambia, hebu tuseme akawaambia, hebu tuseme tena akawaambia. Akawaambiaje? Akawaambia, je, kutafsiri sio kazi ya Mungu? Ninaona mtu ananiambia, Pastor, naomba uniombee kwenye hili kambi, mbona siolewi? Na mimi nakuambia, je, kuolewa sio kazi ya Mungu? Naona mtu ananiambia, Pastor, unajua ninaumwa sana, niombee. Nami nakuuliza swali kama Yusufu, je, kupona au kuponya sio kazi ya Mungu? Naona mtu ananiambia, Pastor, biashara yangu haiendi sawa. Nami nakuambia, anayeweka baraka za biashara, je, sio kazi ya Mungu? Yusufu anaona kwake yeye kila kitu kinatoka kwa Bwana. Anaona lolote lililoko mbele yake ni kazi ya Mungu. Ninakutangazia kwenye makambi haya, hata hiyo changamoto ulio nayo sio mimi ninayeweza, ila nakuambia kama kwa Yusufu ni kazi ya Mungu. Nasema tena, hiyo ni kazi ya Mungu. Na Yusufu akawaambia, tafadhalini niambieni. Hawaambii wamwambie yeye. Na nimeona wachungaji wengi baada ya Mungu kutenda miujiza kupitia kwao, wanataka wao wainuliwe. Ila mimi nakuambia, lolote Bwana atakalotenda katika mikutano hii ni kazi ya Mungu. Narudia tena, ni kazi ya Mungu. Na nimekuja tu kufungua mlango kuruhusu kazi ya Mungu itendeke. Jamani, kazi ya Mungu itendeke. Wenda alitafutwa mtu ambaye atafungua kazi ya Mungu. Na mimi nimekuja Better Living Getembe kuambia kwamba kama kazi ni ya Mungu, kwa Mungu hakuna neno lisilowezekana. Kama unanielewa tena, punga mkono namna hii. Kwa hiyo Yusufu anatembea na Mungu kwa sababu mama yangu Lucy anatembea na Mungu kwa sababu Yusufu kwake yeye kila kitu ni Mungu. Akiulizwa changamoto hii anasema Mungu. Hebu tumwangalie tena Yusufu anasema Mungu wakati gani? Mwanzo 41 fungu la 16. Biblia inasema Yusufu akamjibu Farao akisema. Yusufu akamjibu Farao akisema, si mimi, sio mimi. Mungu atampa Farao majibu ya amani. Sio mimi, ila Mungu
atampa Farao majibu ya amani. Nami nataka niwaambie wana Better Living Getembe, ninamwamini Mungu, lakini ninaomba niwaambie atakayotenda hapa sio mimi, ila ni Mungu. Nasema tena, ila ni Mungu. Na kuambukiza hii spirit ili Mungu awe na wewe, ili Mungu akupe kibali, akupe neema, mpaka watu wanakuangalia, wanamwangalia, yani wafike hatua wamwangalie Mackenzie anavyofanya, anavyomtanguliza Mungu, waseme Mackenzie, tupate wapi mtu kama huyu ambaye roho wa Mungu anakaa ndani yake. Wale ambao roho wa Mungu anakaa ndani yao, come on, hawa ni wale ambao lolote kwao haliendi kama Mungu hajaulizwa. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Wakitaka kulima, Mungu. Wakitaka biashara, Mungu. Wakitaka kusafiri, Mungu. Wakianza asubuhi siku, Mungu. Wakitaka kulala, Mungu. Wanaenda kuongea na mtu, wanaomba, Mungu. Kila wanachofanya, Mungu. It was not only easy for Joseph to be with Jesus, to be with God. It is when and only when Joseph asked and understood and he recognized the presence of God in his life. Mungu anaweza, anatamani akae na sisi, ila hawezi kuja kwa kutaka kwake. Anataka aje tunapomhitaji. Anayenielewa aseme amen. Ninatamani umhitaji Yesu. Ninahitaji kiburi chako kishuke. Usiwe yule mzee wa kanisa ambaye unataka watu wakuone wewe, ila utataka Mungu aonekane. Usiwe yule church member ambaye unataka watu wakuone, ila kwenye kila jambo watu wamuone Bwana, mpaka waseme tutapata wapi mtu kama huyu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kana kwamba haitoshi, nataka nikuinue na neno hili kwa mafungu haya mafupi mno. Nikuombee sasa. Mwanzo hiyo sura ni hizo mbili nacheza nazo, kama sio tatu. Naomba usome tu hiyo Mwanzo sura ya 40. Mwanzo sura ya 40 fungu la 14 na 15. Baada ya kuwa kumbuka hapa Yusufu amemjibu mnyoshaji na waokaji na wafungwa kwamba kwani kutafsiri ndoto si ni kazi ya Mungu? Lakini baadaye anamwambia Farao, baada ya kuwa hao alishawatafsiria, wameona majibu yao, wamehakikisha kwamba huyu jamaa ana karama hiyo, bado haji kwa Farao kujigamba. Anajinyenyekeza, anamwambia Farao, sio mimi niliowatafsiria hao, ni Mungu. Jamani, ni Mungu. Naomba sasa usome. Farao Yusufu anamtafsiria mnyoshaji na mwokaji, lakini baada ya kuwatafsiria ndoto anamwambiaje yule mnyoshaji kwamba nimeota kwamba ule mzabibu, natafsiri ule mzabibu pamoja na ile juisi uliyoiminya na kile kikombe, utatoka wewe gerezani, utaenda kupanda cheo, na ukipanda cheo utakuwa mtu mkubwa. Anamwambia sasa, kwa kuwa nimekutafsiria ndoto, naomba unikumbuke. Hebu tusome pale. Ila unikumbuke mimi utakapopata mema, ukanifanyie fadhili na kuomba. Yusufu amemtafsiria ndoto huyu mnyoshaji, alafu alikuwa na mwokaji. Mnyoshaji anatabiriwa kwamba atapata cheo, kitapanda, lakini mwokaji naye anatamani kutafsiriwa ndoto yake. Anaambiwa wewe baada ya siku 3 utachinjwa. Huyu ambaye anakuwa promoted
Madam Ruth, natamani tengeneze hii point hapa na mtu aondoke na jambo. Baada ya kuwa amekuwa promoted na ndoto imetafsiriwa, anaambia utaenda, ila ufanye nini? Unikumbuke. Hebu soma fungu la 15. Kwa nini unikumbuke? Kwa sababu hakika naliibiwa kutoka nchi ya Waibrania. Wala hapa sikutenda neno lolote hata wanitie gerezani. Sikutenda neno lolote hata wanitie gerezani. Yusufu anaona ndoto, anaitafsiri, anaeleza kwamba unaenda juu, unaenda kufanikiwa, unaenda kupata cheo. Naomba unikumbuke, mimi ni mtumwa, nilinunuliwa, nililetwa hapa, ninapitia shida, niko gerezani, hata sio kosa langu kwa hapa. Naomba unikumbuke. Kuna watu ambao wako mbele yetu na tulikuwa nao level moja, ila Mungu amewapa neema kidogo. Kwa kuwa hawana roho wa Mungu, wanatusahau. Hebu tuhakikishe alimkumbuka au alimsahau. Fungu la 23 sura hiyo ya Mwanzo 40. Lakini huyo mkuu wa wanyweshaji hakumkumbuka Yusufu. Alimsahau. Jamaa ametabiriwa, amepata majibu ya ndoto, amepata cheo, amefanikiwa, akamsahau Yusufu. Usibabaike watu wanapokusahau. Usihangaike watu wanapokusahau. Leo ameenda Marekani wamekusahau. Leo amepata nyumba wamekusahau. Leo amepata mke wamekudharau wewe ambaye hujaoa. Leo ana maisha wamekusahau. Usibabaike, usiteseke na watu ambao uliwasomesha, ambao uliwasaidia. Leo mambo yao yamekaa sawa. Leo wanaishi vizuri. Kama roho wa Mungu yuko ndani yako, kama una neema, kama una kibali, hata wakikusahau Mungu atakukumbuka. Hebu nikubalie kuelewa hili. Hata wakikusahau Mungu atakukumbuka. Kuna watu wametusahau. Kuna watu wameanza madharau. Kuna watu wameanza mambo ya ajabu. Alipopewa kuwa church elder akasahau kwamba yeye ni mtu wa kawaida. Alipopewa kagari akasahau alitembea kwa miguu. Alipopewa nyumba akasahau alirent kama mimi na wewe. Alipopewa kazi akasahau hatukuwa na kazi pamoja, akasahau. Kuna watu wanatusahau. Nina habari njema, wakitusahau Mungu atatukumbuka. Itegemea amina kubwa. Wakitusahau Mungu atatukumbuka. Jamani, Mungu atatukumbuka. Hebu kama unanielewa punga mkono namna hii. Jamani, haleluya. Yusufu akasahauliwa. Ninamuona Mungu wakati watu wametusahau. Wakati watu wametusahau. Ndio maana Mwanzo sura ya 41 fungu lile la 8. Ninapoenda kuambia hili fungu la 8 inasemaje? Hata asubuhi roho yake ikafadhaika. Ndio. Akapeleka watu kuwaita waganga wote wa Misri. Akawaita waganga wa Misri. Na watu wote wenye hekima walioko. Farao akawahadithia ndoto yake. Farao akatoa hadithi ya ndoto. Wala hakuna aliyeweza kumfasiria Farao mambo. Hakuna aliyeweza kutoa tafsiri. Basi mkuu wa wanyeshaji akamwambia Farao. Akisema, na yakumbuka makosa yangu leo. Sikia. Alimsahau jamaa. Mnyweshaji alikuwa na cheo, alikuwa na enjoy huko, akamsahau Yusufu gerezani. Changamoto ilipokuja, waganga wote wameshindwa, kila mtu ameshindwa, hata huyu mnyweshaji naye ameshindwa. Changamoto ikafanya Yusufu akumbukwe. Nina habari njema, ukiwa na roho wa Mungu, waliokusahau watalazimishwa kukukumbuka. Nina habari njema, ukiwa na roho wa Mungu, hata
kama wao watashindwa kukukumbuka, changamoto zao zitawafanya wakukumbuke. Endelea kuwa na Roho wa Mungu, endelea kuwa na Bwana ndani yako, endelea kumruhusu Roho atawale maisha yako. Yusufu aliendelea kwa gerezani akimtegemea Mungu, akimsubiri Bwana. Walipomsahau, saa ilifika, wao wenyewe mazingira yaliwalazimisha wakamkumbuka. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu kama kuna mtu amenielewa mchana wa leo, aseme amen. Tenena tusave. Tenena. Kwa nini usije mbele kidogo ukipiga hatua zako? Njiani huniongoza Yesu wangu Mwokozi, rehema hatapunguza milele kiongozi. Njoo tu hapa kwenye jua, mimi silimenichapa hapa. Kwa maana dunia ni daima, nijapo sumbuka sana, yeye hutenda vyema. Nijapo sumbuka sana, yeye hutenda vyema. Njiani huniongoza, hupunguza matata, nikiugua hupozwa, na njaa ninashiba. Nichokapo gula, hizo nguvu zikapungua. Jiwe lilu mbele yangu, unibubujika. Hilo jiwe lilu mbele yangu, unibubujika. Basi ishia tu pale. Watoto wa Mungu, mchana wa leo tupate wapi mtu kama huyu ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake? Tutampata wapi mama ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake? Tunampata wapi msichana mwenye sifa ya kuolewa ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake? Wanaotaka kuoa wanatafuta mtu, wanaotaka kuajiri ili wakupee kazi wanamtafuta mtu ambaye ana sifa za ziada. Lakini pamoja na sifa za ziada, sifa moja kuu, Roho wa Mungu awe ndani yako. Nasema tena, Roho wa Mungu awe ndani yako. Palipo Roho, yote yanawezekana. Ninasema tena, yote yanawezekana. Jamani, yote yanawezekana. Mkaribishe Roho wa Mungu, yule aliyekaa ndani ya moyo wa Yusufu, akae ndani yako, ili kwamba hata kama utauzwa na ndugu, hata kama utaenda ugenini watakusingizia, hata kama utaenda gerezani, hata kama mambo yatabadilika, ninahitaji uwe na Roho wa Mungu ambaye mambo yanapokuwa magumu, wewe umetulia, Roho wa Mungu anafanya kazi. Jamani, Roho wa Mungu anafanya kazi. Tupate wapi mtu kama huyu? Hili ndilo swali ya mchana wa leo. Ninaye yule ambaye anasema, Yesu,
Wenda umetafuta Better Living Getembe, mtu ambaye Roho amekaa ndani yake, ambaye sio tu Mkristo ila tunamwona Kristo maishani mwake, ameyarahisisha maisha yake. Natamani tafakari hiyo ipenye. Natamani mama mmoja amue aseme, nimechoka na Ukristo wa jina, nimechoka kuendelea kuitwa Mkristo Mwadventista. Saa imefika, ninataka Roho wa Mungu akae ndani yangu. Mwanaume ambaye anasema kuna saa natamani kupiga mke, kumwacha, kumtafutia mpango wa kando, ila leo kwenye makambi haya nataka Roho wa Mungu akae ndani yangu. Roho wa Mungu akiingia, hamu ya dhambi inakufa. Nasema tena, hamu ya dhambi inakufa. Magonjwa yenyewe yanateketea, maisha yanabadilika. Tupate wapi mtu kama huyu? Katika jua hili kali, wewe ndiye Bwana amekutafuta. Jamani, Bwana amekutafuta. Bwana amekutafuta. Patikana basi. Is that your call? Je, huo ndio wito wako? Unajiambia katika makambi haya, nimeisikia sauti ya Mungu. Yaani ukiwa na Roho wa Mungu uhitaji connection. Yeye mwenyewe anakuconnect. Ukiwa na Roho wa Mungu hauhitaji watu wakukumbuke kwa mapenzi yao. Mungu anawalazimisha wao, anatengeneza shida kwao ili wakukumbuke wewe, mtu wa Mungu. Tupate wapi mtu kama huyu ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake? Mimi ninachagua Roho wa Mungu akae ndani yangu. Ndio ambalo nalisikia Bwana ananiambia halisi. Kama ndivyo kwako pia, sema amen. Sema amen. Inawezekana ni hubiri la kawaida sana, ila ambaye ameruhusu, tayari anasikia moyoni mwake kwamba ana hiyo shida, ametembea mkavu, anamruhusu Mungu kidogo kidogo. Leo anamruhusu, kesho anamwacha, anajibania. Leo anaruhusu, kesho amekaa. Leo anafanya, kesho anafanya. Lakini anasema rasmi leo Roho wa Mungu anakaa ndani yangu. Madam Lucy apewe microphone atuombee hapa, ili Roho wa Mungu akae ndani yetu. Tufunge macho yetu, ili wakati anakuja kuomba hapa karibu nami, umwambie Bwana mwenyewe, naomba karibu ndani ya moyo wangu. Endelea kusema, Baba, Roho wako akaribie ndani yangu. Soma moyoni mwako, omba kwamba nimekuwa mwanamke ambaye hasira inanitawala, maneno machafu, ninafanya mambo peke yangu. Nimekuwa mwanaume mwenye kiburi cha uzima, nimejitumainisha, nimetembea bila Roho wa Mungu. Ila maisha ya Yusufu yamekuwa sio ya kawaida, maana Roho wa Mungu alitoka naye kwao, akaenda naye utumwani, na huko alikutana na baba. Na mhitaji Roho huyo, ili watu wenyewe waseme, tupate wapi mtu kama huyu? Endelea kuomba, mwambie Bwana, nigeuze niwe yule dada, yule kaka, yule mama, baba ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yangu. Anakaa ndani yangu. Rafiki yangu, njoo atukuomba. Madamu utaomba kwa ajili ya wanaume na vijana wa kiume, Roho wa Mungu akae ndani yao. Mtumishi wa Mungu, wewe utakuja hapa, utaomba kwa ajili ya wanawake na wasichana. Maombi yetu mafupi yenye nguvu. Roho wa Bwana aanze kukaa. Akikaa hata ili kambi hatutapata viti, watu watakaa chini kwa sababu watakuwa wengi. Maana huyo Roho anatusukuma kwenda
na kuita watu kuja ili tuokolewe na familia zetu. Wokovu umerahisishwa. Bwana aendelee kusema nawe. Njoo Roho Mtukufu uoshe moyo wangu, utakase nia yangu. Njoo nijaze sasa Roho Mtukufu. Bwana njoo nijaze utakase nia yangu. Njoo Bwana, njoo Bwana utujaze sasa. Karibuni kwenye maombi. Madamu utaanza. Mungu Baba wetu wa mbinguni, mwanzo na mwisho, muumba wa mbingu na nchi, sisi wana wako twarejea mbele ya kiti cha enzi tukinyenyekea, kwa sababu tumetambua tumeishi siku nyingi tukiwa Wakristo wa jina tu. Mchana huu Baba, unayejibu maombi ya wana wako, unayesamehe dhambi za waliotenda dhambi, unayewarejesha waliopotea nyumbani, tunarudi katika jina la Yesu. Amen. Tunataka kuwa watu ambao Roho atakaa ndani yetu. Amen. Ninawaombea vijana, wazee, watoto wote waume katika jina la Baba. Mungu wa mbinguni, uliye mwenye huruma nyingi, warehemu wazee wote. Amen. Warehemu vijana wetu. Amen. Warehemu watoto waume wetu, wasije tena wakaishi bila Roho wako. Ni hatari kumbe kuishi bila Roho. Hebu Baba wa mbinguni, anapotafuta mtu kama huyu, vijana hawa tulionao hapa wakapatikane. Amen. Hebu anapotafuta mtu kama huyu, wazee walio katika kundi hili wakapatikane. Amen. Hata vijana wanaotazama kwenye mtandao, hata waume wanaotazama kwenye mtandao, Baba, tunawainua mbele zako. Yes, na Lord. Tunaomba kutoka leo waweze kuwa waume ambao ni wanamna hii. Yes. Wanaoongozwa na Roho wa mbinguni. Amen. Tunashukuru kwa kutusikiza, ni ombi letu katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Amen. Loving Father in heaven, King of kings, we come unto thee because you are indeed our Savior. We thank you because we are yours in two ways. We became yours at the Garden of Eden, and once we sinned, you made us to be yours through your Son Jesus Christ. Amen. We thank you because you have been faithful to us since the last year's camp meetings, and you have brought us this year by telling us that indeed salvation has made simplified unto us. Oh yes. Father in heaven, we commit all the gates of this camp meeting unto you, Father. May you guide them. Also our speaker who has spoken to us, your man, Pastor Fadil, may you use him in a special way throughout the week, in order, Father, may men may come to thee and say indeed they have seen your hand working unto them, Father. Amen. We commit all the children unto thee, all the youths, all the women, and all the men of this congregation, Father, unto thee, that, Father, may have to give us the spirit of discernment, in order by the end, Father, we may have to say that we have seen your hand, Father. Amen. And our main prayer and desire is that once we get to heaven, God is going to tell us that we have reached this far because the Spirit of God was in us. Amen. Guide us and be with us in this camp meeting. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Ukiwa umesimama tu hivi, ukiniuliza leo tumejifunza nini, nitakwambia wokovu umerahisishwa. Lakini changamoto ya kwa nini hatuupati wokovu ni kwa sababu moja kubwa: hatujafungua mioyo ili yule Roho aliyeachwa na Kristo ayaongoze maisha yetu. Na kama tu ataingia, wokovu kwetu
umerahisishwa. Jamani, umerahisishwa. Wapendwa, wokovu umerahisishwa. Salvation is beyond simplified, beyond simplifications. And I announce with all power, it is through Holy Spirit who many doubt of him and his presence, we can simplify our salvation. Wako watu wameinuka huko hawataki Roho Mtakatifu, wanamkataa. Ila mimi nakwambia, Roho asipokaa ndani yetu, kumbe Roho Mtakatifu hajaanzia Agano Jipya, tangu Agano la Kale. Tukimpokea huyo, salvation is simplified. And not only salvation, hata maisha yetu yatakuwa yamerahisishwa kama tulivyojifunza kwa Yusufu. May God bless you. In the evening, I do also do a sermonate. Na kuaga na sermonate hivi, njoo tena nitamega kipengele cha pili cha Yusufu. Leo na jioni nitamaliza Yusufu. Alafu kesho ninaingia kwa dada mmoja anaitwa Rispa. Nitajifunza nanyi kuhusu Rispa, na Bwana atatubariki. Come one, come all. May God bless you in Jesus' name. Amen. Kubarikiwa kutoka hapa Better Living Getembe ambayo inapatikana maeneo ya Kisii. Come meetings za 2024 ambao tumejifunza kwamba wokovu uliorahisishwa. Ametoka jukwani mtumishi wa Mungu Daktari Fadhili Samuel Lubua ambaye amejikita kwa somo linalosema kwamba tumpate wapi mmoja kama huyu. Hii ni Get the Point Media ambao tunasema take a step forward. Get the point. We are an online television that spread good news through social media. Tumearusha hewani kupitia TikTok, Get the Point. Tumerusha hewani kupitia Facebook ya Get the Point, na vile vile kwenye YouTube Get the Point Media. Get the Point Media, take a step forward. Naitwa Emmanuel Bosiri. Barikiwa.